Haleluya. Acha tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mfalme wa wafalme. Hakuna Mungu afananishwe na wewe. Unaishi milele na sifa ni zako milele, Bwana. Asante kwa sababu ya siku ya leo tunapokuwa chini ya hema hili Bwana. Asante kwa sababu umetukumbuka Bwana. Na kuna mambo mengi ambayo umeahidi ya kwamba utakapotukumbuka Bwana utatenda katika taifa letu, utatenda kwa sababu pia kanisa lako. Utubariki Bwana tunapofanya kazi hii. Bariki serikali yetu yote kiongozwa na naibu wa rais pamoja na gavana wetu na viongozi wengine wote. Baba, wabariki. Wakumbuke kwa sababu pia kazi ya Mungu ambayo wamefunguka kufanya. Katika jina la Yesu. Tunapoendelea uwe pamoja nasi Bwana. Tunakutukuza tukisema asante. Na ni katika jina la Yesu mama na kuamini. Pigia Bwana makofi mazuri katika jina. Basi kwa ruhusa yako naibu wa rais, ndaomba nipayane wimbo moja peke yake ambaye yuko pamoja nasi na Mungu amembariki na kipawa ya uimbaji. Atupe wimbo moja ili tumalize sehemu hiyo. Kishoyan, uje hapa mbele utupe wimbo moja. Basi kijana Kishoyan, nafasi ni yako. Wewe ne? Inawekwa wimbo. Wapi mic? Lete mic hapa. Ako na wimbo wake. Mumeshindwa kuweka Okay. Ndaomba tu tusubiri kidogo tupatie nafasi. Hebu wekeni hiyo kwa wimbo ingine tunaposubiri ya huyo kijana tafadhali. Sawa sawa, weka hiyo kwa sauti. Basi asante. Ndio hiyo yake sasa imeingia. Tiada
Makofi kwake, tumpigie makofi ya sandeni. Basi naomba mketi sasa. Sande kwa wimbo huo mzuri ya kumtukuza Mungu. Asante. Kijana ubarikiwe sana. Basi kwa heshima yako naibu wa rais, naomba ruhusa nimlete mwenyekiti wa ushirika wa uchungaji katika ngazi ya kaunti aje hapa mbele. Karibu Bishop Nakola. Amen. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Enda soba. Mesi sianga yang oleng. Ay suba dangai. Ngolongi bogi. Mungu ni mwema kila wakati, na tena tumpigie makofi. Mgeni wetu wa heshima, naibu wa rais wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, gavana wetu wa kaunti ya Narok, Bwana Ndutu, the first governor kaunti yetu Mheshimiwa Ole Tunai, viongozi wa kitaifa tukiongozwa na Mheshimiwa Mama County Tongei, wabunge, Mheshimiwa mbunge wa hapa Kilgoris, Ambassador Ole Sunguli, na Mheshimiwa wa County Assembly Speaker wetu Asinde, clergy, makanisa yetu, taifa la Narok, tunasalamiana tena. Makofi kwa kufika hapa. Umekaribishwa sana. Kabla sijasema neno moja kwa niaba ya kanisa, niruhusu wale wamekuja kukukaribisha kwa muungano ya makanisa yetu hii leo. Tafadhali naomba sisi kanisa kwa niaba ya waamini na maaskofu wote, ninaona wamejaa kule, naomba tuinue mikono wa heshima kukaribisha naibu ya rais pamoja na serikali ya Kenya hapa Narok. Asante sana. Thank you so much. Excellency, hapa tumefika, tumeshughulika leo kuacha makanisa. Mimi nimetoka Narok na viongozi wachache, tuungane na makanisa ya Transmara, Narok County, kusema karibu nyumbani. Nitasimamisha maaskofu wale wako hapa ambayo wamepanga, bishops wako mahali hapa. Kule mwisho ni Bishop Ole Mburkoi ambaye ni katibu mdogo. Bishop Ole Saiguran kutoka Loita, katibu wetu. Surum kutoka Suswa yuko hapa, na Bishop Ole Nalama patron mdogo. Kiongozi wa Transmara hapa Bishop Chesuswa, mwenyekiti wa mkutano huu ambaye ni katibu wetu Samberu, na wengine, Bishop Ole Konchela. Bishop, Mungu awabariki sana. Thank you so much. Your Excellency, kwa nafasi kidogo napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya kanisa la Narok kusema karibu sana nyumbani. Leo umechagua Jumapili hii kusoma nasi ili tushiriki neno la Mungu na hata vile vile tujenge kanisa la Mungu. Kwa naona hiyo ni heshima. Kenya yote ni yako, lakini leo umechagua Narok. Tumesema karibu sana nyumbani hii leo. Jambo la pili, katika shughuli hii tuna historia kama Narok, tukiongozwa na the first governor Tunai
ameweka msingi kuanza shughuli zake na maendeleo na kanisa la Mungu. Na leo akiwa hapa hajatuacha, hata kama amekabidhi kiti, the current governor ameweka msingi mzuri. Your Excellency former governor, we thank you for the good foundation. Mheshimiwa Patrick, kwa muda ambaye ameingia na Kenya Kwanza government, nafikiri Kenya yote, Narok mara ya kwanza tumeona uwiano na umoja na amani hatujawahi kupata kama wakazi wa Narok. Hii ni kusema Mheshimiwa ametuunganisha. Ameanza na kanisa. Juzi alikuwa kwangu, makanisa akisunguka, naona fungo la 10 imerudi mahali inafaa. Kenya Kwanza, naona umepatia Mungu first priority, and God will also give you the same position when we honor God. Number 3, hii leo ni kwamba ni maajabu kuunganisha makanisa zaidi ya 21 wa dhehebu mbalimbali ili kutuongoza, kuchangia. Naibu wa Rais, hii tunaona ni upendo mkubwa. Na ukifanyia moja, umefanyia mwili yote ya Yesu Kristo. Hiyo mbegu imeanguka mahali ambayo inafaa. Tungelikuita kila kanisa, lakini hii style imepangwa hivyo. Tunaona hii ni muujiza na maajabu imetendeka. Nikimaliza, kuna maombi mawili ninaomba kama kanisa. Kupitia gavana wetu Mheshimiwa Ole Ntutu, kama muungano ya waskofu Narok, tuliomba kiwanja kubwa katika headquarters ya Narok County, ekari kama 20, ambaye itajengwa prayer center, ambaye inatuleta sisi sote mwaka kwa mwaka tuombe Mungu na tushukuru Mungu kila wakati, kwa sababu tukimpa Mungu nafasi, amani iko Kenya na hata mahitaji yetu itafanikiwa. Ni ombi, na naamini ya kwamba gavana wetu kupitia kikao hii ya leo, Mheshimiwa Tunai alianzisha hiyo, na leo hii ombi kabisa, Your Excellency our governor, maana naibu ya rais ako hapa, tunaomba kama wachungaji, clergy, wale house of bishop, hatujawahi pata nafasi ya kumuona rais kama viongozi wa kanisa katika kaunti la Narok. Tumeona wazee wameenda, wamama wameenda, maana naibu wa rais ako hapa. Tunaomba siku yetu ili tuseme 1 2 na hata tushukuru maajabu ambaye hajawahi kutendeka Narok. Nilipoona na rais amekaa kama sisi, turuhusu tulete neno 1 2. Kwa nafasi hii, kabla sijalete speaker, wacha nisimamishe chairman wa leo kwa dakika 1, useme karibu nyumbani kwa rais. Karibu. Asante sana chairman wetu wa Narok Personal Fellowship. Mheshimiwa naibu wa rais, Mheshimiwa governor wetu na waheshimiwa wote pamoja na bishops na kanisa kwa ujumla. Nasema tu kwa majina yangu ni Pastor Daniel Ole Samberu, ni chairman ya committee hii ambayo ilikuwa napanga hii chango, na nimefurahia sana wito yetu ambayo tumekuja kwa omba nafasi hii na umetukubalia. Tunasema asanteni sana, tunasema karibu. Naomba tu kwa heshima yako niwasimamishe au makanisa 20 moja, mawachungaji wao tu wasimame ili kama unajua unahusika na hii mchango, simama mchungaji wa kanisa haya makanisa 21. Nafikiri hawa na wengineo ndio wale
nataka tu tufanye hivi, tuseme asanteni sana. Sitachukua muda, maana tunajua program, sababu ya naibu wa rais bado wako na kazi nyingine. Nataka tu niseme karibu nyumbani na tumefurahia sana. Jambo niliona kwamba hii jina Kenya Kwanza ambaye imekuwa na serikali ameweka kazi ya Mungu kwanza. Hivyo Mungu tunasema tu Mungu awabariki. Pia salamu yetu tunatuma salamu kwa rais wetu wa Kenya. Hapa kwetu tuna kazi ambaye ametufanyia kama wachungaji. Na wachungaji 4 alimchangia magari na hawa wako hapa, naomba tu hawa simame. Na wakati wa siasa hawa alisumbuliwa mpaka imeshikwa. Lakini tukabahatika tulikuwa na gavana wetu Tunai ametusaidia mpaka hatukulala ndani, lakini umetolewa jioni. Sababu wakati ile nyinyi mnakimbishwa huko kuwekwa ndani na kutoka, hata sisi kanisa wenye alikuwa na wasupport tuko pamoja. Hivyo basi tulikuwa tunasema hata ombi kubwa wale wachungaji ambaye imesumbuliwa kidogo, pia hata wakunye chai State House na ofisi yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo vile hata umetuitika kwa hiyo mchango ambayo tumekuja kuomba, tumetuma mheshimiwa wetu gavana wa Narok wa kaunti wa Kwanza Tunai, na amepata hii nafasi, pia tumesema asante. Mwambia rais pamoja na serikali yenu tumeshukuru sana. Hii priority umechukua kwa ajili yetu, tumeona kwamba tumependwa. Tunasema pia pamoja na mheshimiwa wetu Ruto, wewe umeanza kazi ya kanisa vile umekuta Tunai kiendelea. Na nimeshukuru sana, maana hata sisi wachungaji tuko katika ofisi yako, tunafanya kazi pamoja. Hivyo basi tunasema Mungu awabariki sana. Tunaomba tu kwa sababu ya wabunge kuongozwa na women rep. Tunaomba mama uwe karibu na nyumbani na uwe pamoja na sisi kanisa. Tunahitaji hata sisi clergies tufike kwako ili hata tuone serikali yenye tumepata tuna fit ama tunaingia ndani kabisa. Tunaomba sana tushikane kabisa. Pamoja na mbunge wetu, nataka tu kutoa shukrani kwa mbunge wetu Julius Nguli. Juzi shule imebomolewa na umekuja ukafunika. Kwa niaba ya community hapa tunasema Mungu akubariki sana. Nisichukue muda, tunasema tu Mungu awabariki. Karibuni sana, karibuni sana. Amen. Okay, Your Excellency, nimeombwa na MC na ombi. Kwa ruhusa yako naibu wa rais, ningependa nitamatishe sehemu ya program yangu kwa kuomba samahani kubwa sana kwa kwaya ambao wanakwaya ambao wako hapa. Sio hawa tu, lakini nimekuwa na orodha kubwa ya makwaya ambao wako hapa. Nawaomba msamaha kwa sababu hamkupata nafasi ninyi nyote ya kuweza kuimba. Na hata vile vile kulikuwa na shairi moja ambaye ya msichana mdogo ambaye nilikuwa ningependa apate nafasi, lakini naona nafasi imeenda. Kwa hivyo nimesema samahani, tutapata fursa siku nyingine na mtapata nafasi. Naibu wa rais, leo umekuja kuongoza mchango ya madhehebu 21 peke yake Transmara. Lakini tuna madhehebu mengi. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tukirudi kwa ofisi yako siku nyingine, basi utufungulie mlango ili tuone ya kwamba kwa sehemu hii ya Logorian leo umechangia hawa, ngawaja unatoka madhehebu mbalimbali Transmara nzima, alafu wakati mwingine mwishoni mwa mwaka ama mwanzo wa mwaka ujao tuende sehemu nyingine, kona nyingine ya Transmara, uchangie zingine idadi kama hii, tukijua program ambaye chache. Ningependa niseme karibu na niseme asante na Mungu awabariki. Karibu chama.
Your Excellency, wengine bado walikuwa na kama wanataka kuona rais kutoka kila pembe, lakini kwa sababu ya schedule tight, tunaomba siku nyingine ukikuja kwetu hapana patia wengine, tuwe tuna siku moja, maana kuwa na kiongozi mpaka jioni tunasikia raha kabisa, na tunasema tumepewa 100%, tuimbe, tukule na tufurahi. Kwa nafasi hii nimlete mheshimiwa mbunge wa hapa Ambassador Ole Sunguli, tumpigie makofi. Your Excellency, Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya. Excellency, our beloved Governor, Patrick Ole Ntutu, Your Excellency, the Governor of Bomet, our beloved immediate former Governor, the bishops who are here today, led by Bishop Nakola, Bishop Chesuswa, and all the other bishops, Your Honorable Anthony Ishungwa, the Leader of Majority, my colleagues, members of Parliament, Senator Cherargei, Senator of Nandi, the PS, Korir, PS for Water, members of the county assemblies, MCAs, waheshimiwa who are here, all the local leaders, former MCAs, former councillors who are here, na Wakristo wote, hamjambo. Hamjambo tena. Hebu tuonyeshe makamu wa rais kwamba tuko hapa. Asante sana. Your Excellency, I want to, on behalf of the people of Transmara, to say karibu sana. Here in Transmara, feel at home. Unaweza kukaa, actually sijui kwa nini uko na haraka. Kwa sababu hapa watu wanakupenda, utaona saa hii. You should stay here and stay with us. Na urudi tena. Najua kwamba program yako iko ndefu. Na mimi nikiwa former ambassador, unajua lazima nifuate protocol vizuri sana. Ili tufupishe, lakini uende pia ukijua mambo machache kuhusu hapa kwetu. Lakini la kwanza ambalo nataka ujue ni kwamba tumefurahi sana umefika hapa. Makanisa yamefurahi, and we are very, very glad that you have honored us. You have a very, very tight schedule, but whatever time you have given us, we appreciate here today. I would like to take this opportunity, because I did not mention that we have the speaker but I'm not giving him time, but I want to acknowledge him. Speaker wetu, ndio yule, anaitwa Tall, lakini yeye ataspeak kwa county assembly leo. Kwa niaba ya MCAs wote, ningependa tu kumuita Mheshimiwa Michael Seme, ambaye ni MCA wa hapa Kilgoris, aseme machache. Basi Mheshimiwa Naibu wa Rais, our Governor Patrick Ole Ntutu, waheshimiwa wabunge wetu, pamoja na our first governor na MCS wenzangu, wasee na wakina mama na kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua ni vizuri tufurahi na tuonyeshe furaha, kwa sababu leo ni siku ya furaha. Wacha tu kabla sijasema mawili ama matatu, ningependa MCS walie hapa wasimame mahali walipo, kwa sababu mnasikia kwamba program ni tight, ili muweze kuonekana kwamba mpo mahali hapa. Kwa sababu mimi ningependa, kama ingekuwa uwezo wangu, mungezungumza, lakini wacha tu muonekane kwamba mko mahali hapa kwa sababu ya program vile imepangwa.
Ningependa tu kusema kwamba naibu wa rais, karibu sana katika eneo hili, kwa sababu eneo hili la Kilgorian ward ambaye ni kaunti ya Narok ni mahali ambapo kuna mchanganyiko ya watu wote. Na niseme tu kwamba na kukaribisha kabisa nikisema karibu sana. Na kwa sababu sitachukua muda mwingi, nina mambo tu ambaye ningependa kuwasilisha mbele yako. Na jambo la kwanza, ningependa kuwasilisha hoja ama matakwa ya watu wa Transmara, ambaye kuna barabara moja ambaye inatoka Masurura inapita Kilgorian hadi Narok. Hilo barabara ni barabara ambaye tumeomba kwa muda mwingi, na kwa sababu leo umefika mahali hapa, baada angali tunakuomba, kwa sababu tunasema rais mwenyewe ako hapa kwa sababu upo hapa. Jambo la pili, ningependa pia kuomba, kuna vitu ambaye ni ya maana kwetu, ambaye inastahili tuwe nayo na hatujawahi pata, na labda wacha nisiseme hatutapata siku nyingine. Tumepata siku hii na bado tutapata nyingine, lakini wacha tukwambie ya leo. Najua kawaida mahali ndovu amekanyaga lazima ng'ombe wakunywe maji. Leo nataka tuseme ndovu amekanyaga kwa miguu sote na akaongeza tena nusu ingine. Na ninaomba kwamba tunaomba college ya TTC ambaye ni Teachers Training College ambaye hatuna katika eneo hili. Pia ninaongezea kuomba kwamba mahali hapa ambaye umefika, shule hii ambaye ni Olmotonyi, mahali umefika, mimi naomba kama MCA wa ward hii wapate basi, ili wapate kufurahia kwamba wakati naibu wa rais alifika hapa, alifika na tumepata hiyo basi. Nikimalizia, ninaomba, kwa sababu katika eneo hili ama jamii hii yetu hatuna hii mambo ya uajiri wa national government, hatuna. Tunaomba kwamba vijana wetu waweze kuajiriwa na kupitia ofisi yako. Jambo lingine ambaye imekuwa ni kero kwetu, na wacha tu niseme, hii mambo ya uajiri ambaye ni ya KDF huwa hatupati, kwa sababu imekuwa ni biashara. Hata vijana wetu wakienda kwa kiwanja, mtu anatoshwa 1700 ili aweze kupata kazi. Je, hiyo ni ungwana kweli? Kwa hivyo tunakufikishia hiyo wakati wa uajiri. Wacha watu wengine tu wale wajazuzi wakuje wafuatilie, kwa sababu kuna cartel, na nimesikia kwamba rais mwenyewe hataki cartel. Wote waende mahali ilisemekana. Sasa nataka tu niombe kwamba ninaomba nikisema kwamba ninaomba kwamba katika Transmara South tumepata sub county, tumepata district, lakini naibu wa rais haijakamilika. Tafadhali tunaomba ipate kukamilika, kwa sababu bado haijakamilika. Ipate kutimilika ili huduma iwe karibu kwetu. Kwa hivyo namalizia nikisema kwamba fikishia rais kwamba tumemkaribisha, tumesema asante, na tuna mengi ya kuweza kushukuru. Wakati alikuja aliturudishia Amboseli na aliturudishia kama Wamasai. Si tunamshukuru. Nataka tu niseme kwamba nimemalizia nikisema kwamba ambia yeye kwamba tumeshukuru, na kazi hili ambayo amefanya ya kanisa, tunasema kwamba Mungu ambariki, na wewe pia na serikali yako.
katika eneo hili ya Transmara. Wacha tu nichukue nafasi, si unajua kawaida Kangaroo ni mfupi, lakini anaeneza mambo yote. Nataka tu niseme kwamba katika uchaguzi ujao, kwa sababu kwa ile ulishinda, na kuhakikishia uchaguzi ujao wote tutaingia kwa serikali, hakuna mtu ataenda nje katika kaunti yote ya Narok. Asanteni sana. Kwa majina ni Michael Seme. Haya, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nafikiri umesikia. Na ningependa kufanya hivi ili tuharakishe. Ningependa sasa kuwaita wabunge kutoka Narok County wakaribisha wageni. Na ningependa kuanzia na mama county wetu Rebecca aje kuwasalimia. Your Excellency, our Deputy President, Your Excellencies, governors ambao wako wakiongozwa na governor wetu Patrick Ole Ntutu, governor wa Bomet, Mheshimiwa Barchok, our former governor Mheshimiwa Tunai, wabunge wenzangu wakiongozwa na mkubwa wetu katika bunge la taifa, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, all protocols observed, ladies and gentlemen, na mapastors wakiongozwa na Bishop Nakola ambaye ni chairman. Wakristo wenzangu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Your Excellency, mimi nataka kukaribisha Narok. Na kama mama county niko na furaha tele kwa sababu kusema kweli nyinyi na His Excellency our President mmefanya Narok County kama boma lenu la pili. Nataka kusema asante sana, na hatuchukui kama jambo la kawaida nyinyi kuwa pamoja nasi. Neno la Mungu siku ya leo limesema utakapokumbukwa. Mimi nimeokoka, napenda Yesu Kristo. Na kusema kweli tumekumbukwa. Kama serikali ya Kenya Kwanza, Your Excellency, wewe ni mshahidi kwamba sisi tumekumbukwa. Na najua kwamba tulipokumbukwa, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa msingi wetu, tulirudi kanisani kwa sababu hapa ndio Mungu alitubariki. Na hiyo ndio sababu tumeshikilia msingi wa kuendelea kujenga makanisa. Na kila mara Jumapili tukiongozwa na rais wetu pamoja na wewe naibu wetu, mko kanisani kuchangia makanisa ili neno la Mungu liweze kwenda mbele. Na neno la Mungu litakapoenda mbele, Your Excellency, najua kwamba uhalifu utapungua, pombe itapungua, na unajua vijana wetu wamepotea kwa mambo ya kunywa vinywaji vileo ambayo havistahili. Kwa hivyo tunataka kusema Your Excellency, asante sana, tunashukuru sana. Jambo la pili, kama watu wa Narok County, Your Excellency, sisi ni watu ambao tumebarikiwa. In fact, ukiangalia hapa Logorian, you look at this kind of weather, Your Excellency, we are blessed. Na tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Lakini Your Excellency, kwa sababu hata huku kuna gold, kuna insecurity mingi sana, watu wetu wanauawa ovyo ovyo kwa sababu kuna insecurity, watu wakikuja kujaribu kunyakua mambo yetu kama hiyo gold ambayo iko katika eneo hili. Your Excellency, tunataka kuomba kwamba mambo haya yaangaliwe ili kuwe na askari kila mahali kama Kawai na mambo kama hiyo ili insecurity pungue. Jambo la tatu, Your Excellency, kuna wakina mama hapa. Nashukuru kwa sababu mlitupia milking coolants. Lakini Your Excellency, hawa wakina mama tuna vikundi mbalimbali. Vikundi ambavyo wamejitoa kushona shanga. Ukiangalia hapa wakina mama wameng'ara sana. Mimi nataka kuomba kama mama county, Your Excellency, nipe siku moja tuje tuchangia wa mama wa Lolgorian ili Your Excellency waweze kushona hiyo shanga, wapate pesa ya kununua shanga zao ili tuweze kuendelea kwa maboma zetu. Mwisho, Your Excellency, tukiwa katika shule hii, mimi najua tuko na upungufu wa walimu. Na baba akikuja, Your Excellency, najua kuna vijana ambao hapa hawana kazi. Mimi ningeomba ukienda kuangalia hivi na hivi, mimi niko katika kamati ya elimu,
Tutafutie tu nafasi 5 walimu hapa waweze kuajiriwa ili hao watoto waweze kupata kazi. Kwa hayo na mengi, Your Excellency, karibu tena na ninashukuru. Asante, mbarikiwe. Na hiyo 5, Your Excellency, si ni mimi mtanipea tu, nitakuja kupeana hapa. Ningependa kumleta Mheshimiwa Ken Arama, chairman wetu, na nimeambiwa sasa nisimame hapa ili tuharakishe. Na ni mbunge wa Narok East. Asante sana, Your Excellency, ndugu rafiki yetu naibu wa rais, Rigathi Gachagua, waheshimiwa magavana wetu ambao wako hapa, Mheshimiwa Patrick, Mheshimiwa Barchok, masenata wako hapa, majority leader wetu, all protocol observed. Loma santa soba. Amairo ginoto sie Mrs. Yeso Ling. Bwana asifiwe. Naibu wa rais, mimi na kuitanga 50-50 tangu kwa hii safari. Unajua sisi ni marafiki na unakaribishwa kwa Narok kwa njia ya kipekee. Hapa ni nyumbani. Unajua umetoka ile familia yetu ya huku Alta Rosero huku pande ile nyingine Waso. Sisi tuliamua huyu mtu ni wetu. Na ng'ombe tumeweka branding kila kitu. So karibu hapa ni nyumbani pia. La pili, naibu wa rais, sisi kama watu wa Narok, tangu maserikali iziwe, naibu wa rais, this is the only government ambayo imetuhesabu, imetuweka kwa roho. Kwa sababu from the CSS all the way tuko ndani ya hii serikali. Mheshimiwa naibu wa rais, mkikaanga pamoja Narok kama county iko katikati yenu, and we will promise you tutatembea na nyinyi kwa njia yote. Kama shares yetu ilikuwa kidogo, naibu wa rais, saizi imepanda. Tunapandisha kwa njia yote to make sure ya kwamba hata sisi tuko shareholding kabisa kwa hii kampuni kwa njia ya kipekee. Because if you look at leadership, ni viti 2 tu tulikoza hapa Narok County. 2 tu, zingine zote ziko kwa Kenya Kwanza. So na Sunguli ndio is warming up, wengine wote wa warming up. So sisi tutatembea kwa hii njia pamoja na serikali. Na tunahakikishia wewe ya kwamba tumekuwa tukitembea. I was elected kama chairman wa Masai Parliamentary Group in the Senate and Parliament. Na tumeamua ya kwamba we need peace ya watu wetu, kutopigana na bunduki. Ukiona Laikipia huku na Samburu bunduki, watu wameuana. Ukikuja hapa, there is something nimeona fishi hapa, kuna insecurity sana hapa Transmara. Naibu wa rais, in this century watu wanauana na bunduki, it should not happen. Naibu wa rais, tunaomba tu ya kwamba hata nyinyi huku in your offices tujaribu tuweke pressure hapa chini, ile kuua watu kiolela ikwame mara moja, kwa sababu hii ni nchi ambayo sisi wote tuamcha Mungu na tunapenda amani. Tunakutakia kila laheri na serikali, tuko pamoja kwa hii njia na tunawapenda sana vile mnatupenda. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nafikiri wa mwisho kwa hiyo laini na mheshimiwa, nataka kumuita Mheshimiwa Gabriel Tongoyo, chairman wa security na ni mbunge wa Narok West. Asante sana. Basi Mheshimiwa naibu wa rais, viongozi wengine tukiwemo na gavana wa area hii, gavana wetu, the former governor, wajumbe wenzetu tukiongozwa na the leader of majority, kanisa tukufu la Yesu Kristo na watu wa Logoria Mrs. Yeso. Enda soba. Basi naibu wa rais, hatuna mengi. Tumekuja hapa tumeandamana na wewe kuja hapa kusaidia wewe kuchangisha na kusaidia kanisa la Mungu, na tumesema karibu. Tunaungana na watu hawa kukukaribisha hapa Logorian Transmara. Ishara yao ukiangalia imedhirika ya kwamba wanakupenda. Mimi nimefurahi sana. I just learned that
tangu uchaguliwe. You have been in Narok County now, this is the 8th time, if I'm not wrong. Hiyo ni ishara ya upendo mkubwa, kwa hivyo tumefurahi. We really feel we are part and parcel of this government. Kwa hivyo tunataka kusema asante na tunashukuru. Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu wa Rais, hii watu wa Kilgoris, hii watu wa Logorian, ni watu ambayo walipigia serikali yetu ya Kenya kwanza, walipigia kura kwa nguvu mingi sana. Wale kidogo walipotea, hii mzee wetu Sunguli ndiye aliopoteza, akaingiza hawa kwa kichaka. Aliingiza jogoo mpaka wakapotea. Lakini tayari kama vile Ken amesema, tumeongea na yeye. Tunaongea na yeye. Ndio unajua ni mtu wa protocol, ni waziri, ni balozi, ni mtu amekomoa kisiasa na amehapa ya kwamba wakati hii hawezi poteza watu wetu. Wote tutaingia katika hii serikali na tutaenda pamoja. Na amesema muona ni hivyo tu, wacha tumlete pole. Unajua amemuzi tayari ameingia laini, hiyo ni sawa. Ndio huyo Sunguli anafuata na tutakuhakikishia. A year plus wote tutakuwa, the house will be full. Nataka kusema jambo la pili. Unajua watu mimi kwanza pia nawafahamu, kwa sababu before tukuje tupate ile kikao ya kusema hii ndugu yetu ashike hiyo kijiti, hii ilikuwa ngome yangu. Mimi nilikuwa nimetia msingi hapa kidogo, nimeshikilia, and they are very good people, they are gentlemen. Wakisema hivi itakuwa namna hiyo. So I know they will be with us. Hata vile MCA amesema, unajua alikuwa kwa UDA. Sasa zile mimi nilitolewa ndiye akatoka. Alisema atanyongwa, lakini amesema kwa saa hizi is more than sure that atabaki na sisi. Sasa leo usipige kona. Unajua nilijaribu kupembeleza tubaki ukaniambia kama wewe ulinyongwa, si hata mimi nitanyongwa. Huwezi nyongwa, wewe baki kwa nyumba. Kwa hivyo nataka kusema asante. Tumekuja hapa kuungana na wewe kuchangia kanisa. Hii kanisa sisi tumechaguliwa, wewe kuwa naibu wa rais na rais kuwa rais kwa sababu hii kupitia maombi. So we are a government, we are a leadership that trust and believe in prayers and believe in supporting the work of God. Na hiyo ndiyo what we believe in, and that is what we subscribe to. Jambo la mwisho, wamezungumzia mambo ya insecurity. Kwa ukweli Transmara is a home to the entire people of Kenya. Hapa iko kabila zote, na kwa ukweli tumekuwa na tatizo kidogo among the border, as you may be aware, lakini county commissioner is a witness. Tumekuwa na relative calm. Nafikiri ni kesi moja tu tumesikia hivi majuzi. About a few months ago I came with the CS Kindiki, tulikuja hapa, tumeweza kuweka a permanent JSU camp katika hiyo mahali kulikuwa na msoso, and I can tell you there's a relative calm. Labda tu ni ile kishida kidogo ambayo pia itaweza kutatuliwa. Kwa hivyo nataka kusema asante, karibu na karibu tena, tunakupenda. Na tutakusaidia kusukuma gurudumu hata unapoangalia kule mbele pia. Asante sana. Share zetu sasa ni kama Ken amesema, nafikiri inaendelea kuwa juu. Kama Sunguli anakuja itakuwa dabda hiyo. Asante sana, Mungu awabariki kabisa. Na unajua bwana Mheshimiwa Tongo ni Masai. Na najua hata ukikaa na bibi si lazima mwambie ati certificate. Kama mnakaa vizuri, muendelee kukaa vizuri. Nilikuwa nataka kuomba wale wabunge wengine kutoka mbali, kuanzia Mheshimiwa Eric Karemba wa Runyenjes, Alice Ng'ang'a Mheshimiwa Alice Ng'ang'a na ni wa Maua na Mary wa Maua wa Maragwa, watusalimie. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Rigathi Gachagua, pamoja na viongozi wengine wote, kanisa, mabishops na the House of Clergy, na watu wote wa Narok na Transmara. Mrs. Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Aya, mimi naitwa Mushangi ama Karemba na mimi ni mbunge wa constituency inaitwa Runyenjes katika county ya Embu. Na nimefurahia sana kuja hapa. Mimi Masai nimekuwa nikiwaona Nairobi. Na kwingine, lakini hapa naibu wa rais ameniambia leo lazima tuende tukasalimie. Na unajua Wakorino, mimi ni Mkorino. Sasa Wakorino na Wamasai ni watu special. Kwa sababu ukiingia bunge la taifa, ukiwa umevalia nguo ya Masai, speaker hawezi fukuza yeye. Ukiingia kama umevaa kilemba, ukivaa nguo ingine unafukuzwa. Sasa ninafurahia kwamba naibu wa rais, wewe na His Excellency the President mnaendelea kushikilia kazi ya Mungu. Nyinyi mlipata uongozi kupitia maombi. Mliombewa usiku na mchana. Hawa viongozi hawa wakafunga, wakaomba, mkapata ushindi. Inatufurahisha kwamba hamjasahau kanisa na mnaendelea kushikilia kazi ya Mungu. Muendelee vivyo hivyo na muendelee kushikanisha Wakenya wote ili tuendelee pamoja tukiwa kitu kimoja. Sitasema zaidi ya hapo kwa sababu najua tukitoka hapa sasa tunaenda kwa Wakorino. Asante. Asante sana naibu wa rais, governor, president, former na governor wa kutoka Bomet na House of Clergy, watu wote wa Transmara. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimianeni hivi. Salamu mingi sana. Naitwa Alice Ng'ang'a. Nimetoka pahala panaitwa Kiambu, Thika Town Constituency. Hapo ndio nafanyia kazi. Na mimi napenda Wamasai na nikiwa hapa saa ile nilisikia kwamba tuko hapa tujenge maneno ya Mwenyezi Mungu. Nikauliza naibu wa rais, wakihesabiwa wale walijenga mimi nisiachwe nje. Nikasema pia mimi nataka kuwa hapa siku ya leo. Ningetaka kusema mimi ni rafiki wa watu wa hapa kwenyu Narok. Present governor rafiki yangu sana. Former governor rafiki yangu sana. Woman rep rafiki yangu sana. Mheshimiwa wa hapa kwenyu rafiki yangu sana. Kwa hivyo hapa ni pahala pazuri. Sijui nitaambia Mheshimiwa Ishongwa wa kutoka kule nyumbani walikataa kunitafutia bwana. Mimi hapa ninaweza kachomoka na mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wana Kiambu kule wajue wana Narok walinipenda, si ndio? Lakini ya muhimu sana tumekuja hapa ndio tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba chochote ambacho kinazaliwa na maombi lazima kidumishwe ni nini? Serikali ya Kenya kwanza tulianzia na maombi na hii serikali tutasonga mbele na maombi. Kwa hivyo the clergy ambao tuko hapa siku ya leo, muendelee kuombea hii serikali yetu. Muendelee kuombea president wetu Daktari William Samoei Ruto wakiwa na naibu yake hapa. Na ningetaka kuambia Kenya mzima, sisi Kenya kwanza tuko imara. Naongea porojo, kwa Kiingereza wanaitwa haters. Kwa Kiswahili wanaitwa kamati ya roho chafu. Sasa hao tusiwasikize. Kama hapa Transmara najua mheshimiwa juzi kwa sababu kule bunge mimi nasimamia wakongwe na tena nasimamia wale watu walemavu. Na najua mheshimiwa hapa juzi aliandikisha watu wote ambao wamefikisha miaka 70
ndio wawe wanalipwa na serikali kuu pesa Kenya Kwanza. Tuketi na najua mazuri yatatoka kwa hii serikali. Kwa hivyo hii serikali, wale ambao wanataka kuingilia mlango ya dirisha ya upande ya juu wajue ya kwamba sisi tumesimama imara. Mwenyezi Mungu ampende na amtendee mema. Asanteni. Lakini usijaribu hamasa hivyo. Kama ingekuwa hiyo pete huko nayo. Asanti sana. Huyu rafiki yangu Alice Ng'ang'a, nafikiria ni msaha kwa leo. Nilikuwa nataka utuambie ako na umempata kutoka pale mpaka hapa, tukwambie mimi na Ton K tuko na nguo ya white. Wachungaji ndio hawa, na witness mkubwa ni naibu wa rais na ako. Mkubwa wetu kwa mbunge pale Kimani Ichung'wa, ambaye mumetoka kaunti moja, bado angepeleka maneno ya kusema mkimkosa nisikubili, najua pahali yako. Naibu wa rais pamoja na gavana wa huku mwenye ako na mwenye alikuwa, wajumbe wote ambao tumekuja na wao, karaje yote na all protocols observed. Hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mary wa Maua. Chache tu niseme, leo nilisema siwezi achwa nyuma na naibu wa rais akija hapa nalo. Kwangu kwa boma, na kuna wakati tulikuwa tunaongea na Aramad ambaye tulikuwa naye kamati moja ya energy. Nimeajiri wa Masai 7. Huku nimwambie niko na watu wenu, mimi na mzee wangu tuwampenda zaidi, na nilikuwa namwambia nipatie wengine, no ingine hapo ni wa Masai. Na ukileta fujo bado mtapatana na wao. Yao hawawekangi. Kwa hivyo nawapenda sana, na nikasema naibu wa rais haniachi leo. Nataka kusema mwishoe, tuko na maneno ya kuja kumwambia asanti. Zile kura tulipata serikali ya Kenya Kwanza, tukilinganisha na wakati mwingine, ni kura ambazo zimetufanya pia tuje tumwambie watu wa Transmara na Narok County mzima asanteni, na asanteni sana. Na hii ndio serikali ambao mnatakiwa nyinyi nyote, pamoja na hao wengine ambao hawajaingia, pamoja na huyu rafiki yangu, tukue ndani ya hii serikali. Hii ni serikali inajali mtu yeyote kutoka pale chini kuja mpaka juu. Na ya mwisho nikimalizia, hii ni serikali ya kuunganisha. Sidhani ile mala mtaona viongozi wetu tukiongozwa na president wetu na naibu wake watakuja mara mingi kama wakati huu. Na tunataka hii serikali ya kuunganisha venye iko na venye inaangalia maslahi ya kila yeyote, tuifuate, tuipe support. Na ndio unaona hawawachi kanisa nyuma. Juu kama nchi imeshikana na kanisa iko hapo, kila chochote tukana wetu msikirie. Mimi namwangalianga venye anataka hata zile guo kuvaa kwa bunge, naona ni mtu anaangalia utamaduni wa Masai. Na anafanya kazi kila wakati, anaongea maneno ya Wamasai mpaka tunamuuliza, sisi unafikiri tutasema lini? Si ufikishe hapo ndio na sisi tupate nafasi. Otherwise tunampenda, na ndio tumekuja tushikane. Hiyo maneno ya fujo tuondoe, maneno ya watu kutuletea maneno ambao si ya kushikanisha, na si maneno ya kufuata ile serikali inaangalia maslahi yetu kutoka kuajiri na mpaka level zote. Hao tuwachane na wao, ndio tutembee njia moja. Asanti sana, tuampenda. Sasa ningemuomba Mheshimiwa Cherargei, Senator wa Nandi, akuje kusalimia. Meisisi Yeso,
Super. Ilasuna Cheiso. Tusalamiane hewani tafadhali. Asante sana. With your permission, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Rigathi Gachagua, the clergy, my colleague leaders, mimi nimefurahi kufika hapa siku ya leo na nataka nikushukuru wewe na rais kwa sababu mnaendelea kuchunga hii serikali na maombi. Na unajua hii serikali ni ya maombi. Ya pili, naibu wa rais, ni kuwa nataka nishukuru kwa sababu wewe unatembea Kenya mzima. Juzi tulikuwa kwangu Nandi, umekuwa Nyandarua jana, leo umekuwa Narok. Nasema asante sana kwa sababu wewe ni hawa na penye natoka sisi wote ni wakulima na wewe. We want to thank you for the reforms that you are doing in the agriculture like coffee, mambo ya majani chai, na pia utuangalie maziwa, mambo ya kahawa, mambo ya miwa. I think Your Excellency, we are proud of what we are doing. And tell our president and yourself, tumeona juzi pia mambo ya fertilizer, umetupea kwa bei mzuri, saa hii tunapata na 2,500. We are proud of what we are doing. Hata wale wakulima wako na mahindi hapa umetupea bei mzuri ya 4,000 by 90 kilos and we are very proud of what we are doing. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nimefurahi sana kwa sababu wewe unaendelea kuwa mentor of most of us who are young leaders. We are proud of what you are doing. Now I want to agree na wabunge wa hapa. Wamesema, unajua watu ukisema shares na shareholders na wale wana control shares, wamesema tu, let every Kenyan get development. But the people who believed in your plan should be the one implementing it. And we shall not relent. Kwa sababu si ula anakupinga upatie, si ataharibu chakula hapo jikoni. So ule mtu aliamini wewe wakati hii dunia nyingine haikuwa naamini, apewe nafasi ya kuimplement. And I think that is what the entire, ama mnasemaje wananchi? Si ndio, si ni namna hiyo? Na nimefurahi viongozi wa hapa wamesema wataimprove yao. Huko kwangu ni 100%, penye unatoka ni 100%. We want to see them working for the benefit of this country, Your Excellency. And finally, continue working. Wewe na rais ni kitu kimoja. Wewe ni kama Siemens twins, ama ile inaitwa conjoin. Mmekutanishwa kwa sababu ya kubadilisha maisha ya Wakenya. Now that is, we are solidly behind you. As Kenya Kwanza leaders, you and the president are the leaders we depend on. Wacha wewe na mzuri umejua, na wewe umeokoka. Your wife is a pastor. Wewe kabla hujaamka unaokelea tu kwa maombi. Na wewe ni mtu mzuri. Wacha na hii watu ya vitina ya media wanasumbua, Rigathi amesmile leo, ajasmile leo, sijui amesimama, ameketi, sijui amesalamia. Wewe usijali. Wewe kaa na sisi tutakushikilia na wewe na rais, so that you serve this nation, because you and the president as one, and you want to deliver for the benefit of this country. Na nikiona ndugu yangu Ishungwa hapa na ndugu Faruk na viongozi wa sehemu hii, nafurahi kwa sababu hapa ni nyumbani. So asanteni sana na watakia kila laheri. Tumekuja kujenga kanisa for the benefit of, na nimeona Ishungwa hapa, Your Excellency, huwa ananichokoza. Na mimi nilimwambia hiyo chai na mandazi wanakula Bomas ilikuwa tu ya kupanga ule mzee wa kitendawili, na hajaamini. Lakini vile ameingia huko ni kama kuna kitu iliingia. Ndaomba clergy wamweke kwa maombi. Faruka anajua niko na maji fulani, ni ndio asingiliwe na ile mazingaombo ya wale ambao wale watu wa kitendawili. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, mimi niko na mambo mawili. Nimeshasema karibu sana hapa Transmara, hapa Kilgoris constituency. Hapa Kilgoris constituency tuko na sub counties mbili, ile ya Kilgoris na hii ya Lolgorian. Hii Transmara South is a new sub county. Lakini it is the richest. Hapa tuko na gold, tuko na Masai Mara, settlers wakubwa.
hatuko wabaya. Here we are surrounded, tuko na ndugu zetu kutoka Migori County ambao pia ni ndugu zetu wa Kuria. We want to live in peace with them. Na tunataka tu serikali ituwekee facilities ya security katika sub county hii ya Kilgoris, Transmara South. Tuko na OCPD, Your Excellency. Hana gari. All the OCPDs hawana magari. At least kwa sababu wewe unanijua na tulikuwa marafiki, please enda tu nitumie magari ya kuja kwa hapa. Kwa OCPD apate gari, atembee. Alafu tuongee na kina Kimani Ichung'wah, tuweke budget ya barabara ya security kati ya Migori na hapa, ili tukae kwa usalama. Unajua saa zingine Migori wanakaa kama they are more superior than us. Makosa ikifanyika hapa, askari wa Migori wanakimbia wanashika hapa. Tunataka kusimamia hii sub county yetu, county ikae hapa. Alafu ukiona kutoka Kilgoris mpaka Kilgoris kuna barabara imekuwa inajengwa, inaenda polepole sana. Polepole. Na ni wa Chinese. Na najua wewe unajua kutoa amri. Naambia, you know, between now ukienda Kilgoris unakimbia lami nusu, and then the time you take from there to the town, other town yenyewe ambayo which is included in the tender does not move because hakuna barabara. It is too slow for us. Hiyo ndio mambo tuko naye hapa actually. Mambo ni mengi, kama ungekaa tungekuambia mengi zaidi. Lakini tunataka urudi hapa, hata ukuje nyumbani tuone, unajua tuliteseka na wewe. Na president anaishi hapa, ndio huyu Faruk anaishi hapa. Na akiishi hapa, enda mwambia yeye tunataka kusikia joto kidogo hata sisi. We want to feel the warmth. Aite sisi tuende huko, tukae na yeye, tumwambie hizi shida, tuwe marafiki kwa sababu we want to benefit from friendships which are like that. Na tunakushukuru sana by the way kwa sababu tunaona you really like to come to Narok, uje utusaidie. Ukienda hapa Kisii, watakulilia kutoka asubuhi mpaka jioni ati hawana barabara. Narok County hatuna lami. You know, right now blessing yetu ni Ntutu. Na actually mtampigia makofi huyu Ntutu. Yeah. Lakini unajua barabara moja 80 million shillings 1 kilometer. Atapata wapi? Wewe ndio uko na hizo pesa. Ututumie. Unaona hapa tunakaa kama marafiki hata mpaka hawajui ni nani yako kwa chama gani. Unajua sisi jogoo ni silent tu mpaka saa ya kuamka. Lakini sasa sisi tuko marafiki, tumeunganishwa na I really give credit to our younger brother Patrick kwa sababu ametuleta tukakaa pamoja. Kwa hayo mengi, I would like to kuamsha the leader of majority, the leader of the majority ambaye ni MP. Anasema tuniamshe kwanza our former governor Mheshimiwa Samuel Tonai ambaye ndio host, na nafikiri atatuonyesha the former first lady, pia tumpigie makofi kwa sababu tuko hapa pamoja. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Sunguli, mbunge wetu wa hapa Transmara. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, ambaye pia amekuwa rafiki wetu mkubwa sana katika kaunti hii. My brother Governor Ntutu na governor pia kutoka Bomet. Kwa sababu ya muda, all protocol observe pamoja na viongozi wa dini. Naomba tusalimiane wote. Bwana asifiwe. God is good all the time. Asanteni sana. Kwa sababu ya muda, Your Excellency, naomba tu kwa heshima zako, kwa sababu najua hapa community, najua mimi natoka hapa community, na tunazungumza na hawa wananchi, na vile maneno imeendelea, walikuwa wameomba mtu mmoja tu
aseme kwa dakika moja. Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima zako, wapi Neke? Kuja haraka. Aseme kidogo. Alafu ndio nipate kuendelea. Naibu wa Rais, Mheshimiwa Gavana wa Narok County Ole Ntutu, viongozi wa kanisa, wabunge, maseneta, wananchi, amjambo. Bwana asifiwe. Enda swabogin. Sasa mimi sitakuwa na mengi, mimi nitaongea kwa haraka sababu ya time. Yangu ya kwanza, Naibu wa Rais, tunakushukuru kuja hapa Transmara. Ya pili, nakushukuru vile umekuja kuchangia kanisa. Nataka leo nieleze wewe ukweli. Katika Kenya hii, serikali ya Kenya kwanza, kanisa ndiye amesimama karibu 65% katika eneo la Kenya mzima. Kanisa kuja umefanya mzuri. Mimi najua eneo ya Transmara hii. Karibu ile kura tumepata Kilgoris constituency imepitia wapi? Kanisa. Na mimi nashukuru sababu umekuja kurudishia nini? Shukurani. Neno la pili ambao nataka kusema, geji yetu kama Wamasai, sababu mimi nafurahia sababu mimi ni kwa mtu ya Kenya kwanza, mfanzi suku kubwa kabisa. Na bingine hata hivi karibuni mimi sitakuwa mbali na serikali. Sasa mimi nasema hivi. Tunashukuru sababu ile kazi tumefanya ndio hii matunda tumeona. Ya nne, security, kwa ukweli vile mbunge amesema hii eneo yetu ya Lorgorian hatuna chochote, hatuna gari ya security, na tunaboda hapa Kenya na Tanzania, tuko na hiyo shida. Na hii eneo ya gold iko kwa wingi, na unajua wakora wanafuata pesa. Sasa hata hospitali akiwa ana gari tunakuwa na shida na hiyo. Hebu angalia hiyo, tunakuomba. Ingine tunaomba ile college ambayo MC ameomba, tunaomba kabisa hata sisi tuwe na hiyo. Mheshimiwa Ntutu, tunakushukuru sana kwa ile kazi umeshafanya. Tuko na barabara mheshimiwa inatoka Kianja hapa. Lami imetoka Lorgorian ikakuja, Kianja ikakuja. Utukutanishie tu hapa Kianja na Lorgorian. Alafu hii mheshimiwa Ntutu na gavana Musugume iende Narok. Tutakuwa hata sisi tuko sawa sawa. Tunashukuru nyinyi. Asanteni. Mungu awabariki. Ya mwisho, mimi naungana na wewe kwa kitu moja. Hakuna vile tutatengeneza serikali ati watu wengine akuja kubenefit wala kuwa napiga hiyo serikali. Mimi naungana na hiyo 100% mbele ya Mungu, sababu ati tunatengeneza serikali alafu wale watu walikuwa wanatupiga ndio wanataka kule mara ya kwanza. Na hata Ntutu mimi nakuelezanga tu kila siku hivyo. Wakuje nyuma, sisi tukunye kwanza masiwa alafu ile tumebakisha tuombe. Alafu kesho akikuja kama tukunye wote. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, kwanza kabisa mimi nataka nichukue hii nafasi kukukaribisha hapa nyumbani, hapa Transmara South, hapa Narok County. Mimi nataka niseme karibu sana. Jambo la pili kabla sijaendelea hapa, my wife Sarah is here, so I want to acknowledge her. Asanteni sana. Your Excellency, mimi nataka niseme ya kwamba sisi tukiwa hapa tuliketi na hawa wachungaji na nikaenda kuomba His Excellency the President aje awachangie hawa kanisa sote 21. Na ninataka niseme nashukuru sana huyu ndugu wetu ako hapa. Na mimi naomba tupigie makofi. Anaitwa Faruku. Endo shokingai. Tulisaidiana na yeye, tukaongea na rais, nikaomba yeye ili rais akuje atusaidie kuchangisha hii harambee ya kanisa. Na rais mwenyewe ndiye alisema the deputy president atakuwa hapa ili aendeshe hii fundraising ya leo. Naomba tupigie makofi deputy president. Kwa hivyo Your Excellency,
lengo, the main purpose why we are here today is to raise funds, kuchangisha ili tuweze kusaidia kanisa hizi 21 waendeleze neno la Mwenyezi Mungu. That's why we are here. Hatuna agenda mbili, na tunashukuru sana vile umeweza kupata nafasi na kuja kuendelea na hii function. Najua ya kwamba sitaki niseme mengi kwa sababu Biblia is very clear ya kwamba sisi tukiwa Wakristo, kwa sababu mimi ni Mkristo, lazima tujitolee, na iko kwa Biblia, ili tujenge nyumba ya Mwenyezi Mungu. Tutoe ile tuko naye. Na ninaomba leo mtu yote asirudi na pesa yote ambayo alilete, tulete hiyo pesa tuchangishe ili tujenge kanisa. Tunashukuru sana. Jambo la pili, Your Excellency the Deputy President, mimi nikiwa Kenya Kwanza, na tulisaidiana na hawa viongozi, Mheshimiwa Patrick Ntutu, Tongei na viongozi wengine. 2022 tulitembea kila kona ya kaunti hii kuombea rais kura na hawa viongozi wengine wote ambaye leo wameweza kupata hizo viti. Kwa hivyo mimi nataka nikuambia Your Excellency, sisi tunafurahi sana kwa sababu tunajua the president has a very able deputy president ambaye anamsaidia kazi. Na tunakuambia kwamba endelea kushika rais, endelea kumsaidia ili ile manifesto ya Kenya Kwanza ambaye rais alilaunch iweze, na tunashukuru because you are supporting the president kwa kudeliver on his agenda, and we want to say we are very grateful as Kenya Kwanza. Jambo lingine, sitaki kusema mengi, nataka tu niseme ya kwamba Your Excellency vile umekuja hapa, najua viongozi wengine wameongea, nataka tu niongeze maneno mbili tatu kidogo tu kwa ufupi. Ya kwanza, kuna hii shule ambaye iko hapa inaitwa Olmoto New Primary School. These buildings, most of them, I will say 90%, I'm the one who put them kujenga. Lakini unajua watoto wanaongezeka na kasi inaongezeka. Na tunajua ya kwamba as we are here, there are two levels of government. Tuko na wewe ukirepresent the national, na tuko na our brother hapa, Mheshimiwa Patrick Ntutu. Kwa hivyo Your Excellency vile umekuja hapa, mimi nataka nikuombe kwa niaba ya hii community, kwa sababu there is the primary school and there was a junior secondary school which is here. Tafadhali kwa ile mfuko ya national, naomba hii shule ya primary uitafutie kama milioni 10 na secondary wapate milioni 10 kutoka national, ili facilities ambaye siko hapa siwe expanded for the benefit of our children ambaye wako hapa, kwa sababu population bado inaendelea. I know our brother the governor is also supporting education the same way I was supporting. Na nimesikia vile pia MCA amesema. Hawa nataka tu hii ombi iwe kwa ndugu yetu the governor. As you support also this infrastructure, nafikiri siku ya leo, naomba ukiwa hapa, mimi naomba hawa watoto wa shule uwapatie bus vile wamesema. Na mimi naomba usitumie ile mfuko ingine ya ile yenyu na MCA. Najua pia saa ingine nastaikana uwe na mfuko kidogo ya governor na former governor. Kwa hivyo tumia hiyo ili watoto waweze kupata hiyo bus, na tutashukuru sana. Your Excellency, ingine sitaki kurudia kwa sababu the MP amezungumza vizuri sana. Main challenge ambaye administration iko naye ni hizo magari. Tunaomba kwanza, kuna gari ambaye walikuwa naye ya AP, nasikia sijui ilipelekwa Nakuru, warudishiwe, na pia OCPD na DCC wapate hizo magari ili waweze kufanya kwa sababu hapa
kwa sababu tuko na mpaka kubwa na Tanzania, and sometimes even wanaitwa mkutano wa cross na usipidia na gari, na inatakana aende Tarime afanye mkutano huko na ndugu zetu pale. Tunaomba tu wapate hiyo gari. Nataka kuhakikishia kwamba huyu ndugu wetu Sunguli, najua kusema kweli tulipiga yeye sana, kwa sababu candidate alikuwa lol tu watu kwa UDA. Amesema doi, si ni kweli? Lakini unajua uongozi unatoka wapi? Kwa Mungu. Akasema ni yeye. Sasa mheshimiwa, najua unaona vile dunia iko. Mambo ya kusema jogoo inawika, siku hizi inawika kabla. Kwa hivyo mimi naomba Your Excellency apatiwe date aende kwa, ili hapa tuwe straight 100% kama county, tuwe chama ya Kenya Kwanza na tuwe UDA. Hakuna maneno ya kusema tunangoja jogoo, hakuna jogoo tunangoja. Ile jogoo tunangoja ni ya kuchinja, tukule nyama. So hakuna kitu tunangoja, tutachinja hiyo jogoo. Uingie UDA ili tuweze kuendelea kazi. Hiyo ndio sisi tunataka. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, nataka tu nisema ya kwamba tumekuja kuchangisha pesa na tuko tayari kusaidia kanisa. Kwa hiyo mengi na machache, sasa nataka kuita the leader of the majority ambaye ni rafiki wetu sana. Pigie makofi. Asante Mheshimiwa Governor. Meisisi Yesu. Enda soba poki. Enda soba kwenya. Ama ni soba kwenya. Asante. Hamjambo. Mimi kwanza nishukuru viongozi wa makanisa wakiongozwa na Bishop na mhubiri wetu wa leo kwa neno nzuri walilotupa la kututia moyo na kutupea matumaini. Na Bishop, kama vile mlivyosema, sio kawaida makanisa kuungana, makanisa mengi mlivyoungana, ili kufanikisha kazi ya Mwenyezi Mungu. Na tunashukuru, hata kumshukuru mwenzetu na rafiki yangu Faruk ambaye pia ni mzee wa kijiji hii, ambao waliungana na wakapanga hii hafla, na vile mmesema wakamuuliza rais na akaweza kumtuma naibu wa rais kumwakilisha leo. Na hii kazi tunafanya Mwenyezi Mungu, kama mlivyosema, ni kweli kupitia maombi ya kanisa na utumishi kwa kanisa ndio hata tuliweza kupata serikali ambayo tunaongozwa vizuri na Mheshimiwa Rais na naibu wetu wa rais. Na kwa hivyo tutaendelea kutumikia kanisa na kumtumikia Mungu kwa njia ya kumjengea mahala ambapo watu wanaweza kukusanyika, sababu Biblia inatuambia mahala popote wanapoungana waumini wawili kwenda watatu, Mwenyezi Mungu ako nasi hapo. Na najua hata hapa leo amekuwa nasi. Kwa hivyo sitaki niseme mengi, isipokuwa vile Biblia inatuambia tunapoungana Mungu ako nasi. Pia kama taifa tunapoungana Mungu pia huwa ako nasi. Na ndiyo tunaomba na kumshukuru Mungu sababu Mheshimiwa Rais na naibu wa rais wanatuongoza vizuri kuunganisha jamii zote za Kenya, ili pasiwe na jamii hata moja ambayo inajisikia imeachwa nje ya serikali ama imeachwa nje kwa mambo ya maendeleo ya nchi yetu. And Your Excellency, our Deputy President, tukushukuru and we commend you together with our President for leading from the front in uniting the people of Kenya na kutuunganisha sisi wote, ili wote tujisikie tukiwa Kenya tuko nyumbani na serikali ambayo mnaongoza ni serikali yetu sisi wote kama wa Kenya. Nataka nikuambie vile umeambiwa na ndugu yetu hapa.
usijali yale unaambiwa. Watu wa magazeti waacha waandike yao. Nimesikia ati wanaangalia sura yako, wanasema leo hujacheka, sijui siku ingine umecheka sana. Wacha waandike. Kama ile waliandika kumhusu rais haikusimamisha mipango ya Mwenyezi Mungu mpaka mkafanikiwa, wewe na rais sasa ndio viongozi wetu, usijali yale utaambiwa. Wacha watu waseme. Wacha waweke porojo ile yote wanataka kuweka. You focus on the job of uniting the people of Kenya and rolling out development across the country. Vile umesikia hapa Transmara, watu wanaomba maendeleo na wanaomba kuwa na amani, vile Mheshimiwa Sunkuli amesema. Lakini nimesikia mtu anaambia Sunkuli ati jogoo itachinjwa. Sasa sijui ana shida ya jogoo iko wapi, lakini mimi najua Sunkuli hata kwake jogoo ilikuwa moja na aliikula Christmas iliyopita. Na sababu Sunkuli ni mtu wa ndume na mbuzi, mambo ya jogoo ataachana naye, tusonge pamoja kama Kenya moja. Si hata nyinyi watu wa Transmara mnaona mzee Sunkuli tusonge pamoja naye? Na ndume na ng'ombe na kondoo na mbuzi, mambo ya jogoo. Unajua jamii ya Wamasai mambo ya hii nyama nyeupe nyeupe hawajui. Ni kama mimi najua nyama ni ile nyama aidha ya senge ama ya ng'ombe. Ukiniambia mambo ya samaki sijui. Hata ya jogoo tulichinja na Sunkuli, na ndio jogoo imeisha hapa. On a light note, ndugu yangu Sunkuli anajua na anaelewa, na amekuwa kwa hii siasa kwa muda. Anajua hata hapa Transmara na Narok County, vile MCA wetu alituambia next time sisi wote tutakuwa nyumba moja, na najua hiyo nyumba ni hii ya UDA, sababu nikiangalia naona yellow mingi hapa katikati. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, Deputy President wetu, kama rais alivyosema jana, najua mambo ya porojo ni mingi, na ndio ninakutia encouragement. Msijali mambo ya porojo. Na nilisikia jana Mheshimiwa Rais pia alisema, na najua wiki ijayo tukirudi bunge tutapokea yale mambo mlipitisha kwa cabinet, ikiwemo mambo ya kusaidia nchi ya Haiti na askari wetu. Na kwa bunge tutaweza kukagua yale nyinyi kwa executive mmepitisha. Tuhakikishe ya kuwa sheria inafuatwa, na pia yale maswali mengine ambayo Wakenya wako nayo yamejibiwa. Ikiwemo tujue kama pesa za Wakenya zitatumika kwa wale askari. Sababu kwa maono yetu ni ya kuwa zile nchi zingine za Umoja wa Mataifa ambao hawachangii kwa njia ya kuleta askari, wachangie kwa njia ya kuleta pesa, sababu uchumi wetu kwa saa hii hauwezi kustahimili mambo kama hayo. Lakini askari wetu vijana ni wengi Kenya ambao anatafuta kazi. Na umesikia viongozi akiwemo mama county wakisema wakati tunawaajiri kwa kazi za Umoja wa Mataifa ambazo tunatafuta mshahara wanalipwa na Umoja wa Mataifa, na chairman wetu wa security yako hapa Mheshimiwa Tongoyo, ni mshahara ambayo iko juu kiasi. Excellency, we want to encourage you and confirm to you together with the President that when we get the request you approved in cabinet this week for approval and consent from the National Assembly and Parliament
for deployment of our police officers to the country of Haiti, we shall consider all matters that shall come before Parliament and be able to take into account all the concerns that the people of Kenya have raised. Because in Parliament, we represent the people and we address their concerns. That we shall consider all the concerns that have been raised by the people of Kenya on matters touching on for the expenditure that will come with the deployment of our forces in Haiti. And it is my considered view, we are contributing forces, the community of nations towards the expenditures that will be incurred by as Kenya, a community of nations, and as the president confirmed as a community. Because even when you get problems here, we look up to that community of nations to come to our help. Kwa hivyo zaidi ya hayo, ila nilitaka nikuhakikishie ya kuwa yale mnafanya kwa serikali, tuko tayari kuwasaidia kwa bunge, tunasukuma ili wasaidie kutekeleza yale mambo yote tuliwaahidi Mara, Narok County na Kenya mzima. And we remain behind you. You ignore the naysayers. Let us focus on the work ya kufanyia watu wa Kenya kazi. Kwa hayo mengi na kwa heshima nimkaribishe Governor wetu wa Narok County, ndugu yetu tulifanya kazi naye kwa bunge, na huyu jamaa ni mchapa kazi huyu. Tuendelee Asante sana ndugu majority leader, ndugu Ichungwa, mheshimiwa wetu Vice President of Rigathi Gachagua, ndugu yangu colleague from Bomet, ndugu Dr. Parjok, a former governor wetu Samuel Ole Tunai, na waheshimiwa mheshimiwa wetu wa eneo hii Sunguli, Rebecca Tongei, ndugu Ken na naibu wa rais, wandugu zangu Bishop ya Narok kwa jumla, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalamiane. Very good. Mheshimiwa naibu wa rais, yangu yatakifika saa 6, lazima uende usaidie ndugu wetu ambaye mko naye pia mchango pande ile nyingine. Lakini your excellency, kabla sijasema machache, utaniruhusu tu kwa heshima yako niweze kutambua security team yetu ya county ya Narok kwa kiongozwa na county commissioner Masinde na security team. Tafadhali hebu msimame wote na machifu wetu, hebu msimame muonekane na mheshimiwa naibu ya rais ya kwamba mko hapa, na pia wafanyikazi wote ya county ya Narok, hebu msimame pia nyinyi muonekane ya kwamba mko hapa pamoja na sisi. Chief, mimi naona mko na uniform, salute. Thank you. Unajua bado nilikuwa huko pia. Asante.
Your Excellency, pia kabla sijasema mambo matatu, uniruhusu tu ni mwalike mwenzangu kutoka Bomet ambaye ni neighbor aje aseme neno moja alafu niendelee. Ndio nikualike. Karibu ndugu Parjok. Endo sho George Fana ile Bomet ngai. Gachagua, Governor, first Governor wa Narok, Ole Tunai, Majority Pega, ndugu wangu wa Ramat na Tongoyo, MCAs. Wache nichukue nafasi hii kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye amechalia kila mmoja wetu tuwe mahali hapa tukiongozwa na Deputy President wetu. Nimekuja hapa kusimama na nyinyi kama jirani. Najua kwa Wamasai na hata kwa Wakalenjin, jirani akiwa na Ndalingo lazima usimame na yeye. So niliposikia ya kwamba ndugu yangu leo atakuwa na Ndalingo na chief guest ni our Deputy President, nikasema sitatufungia nyumba, lazima nikuje nisimame na nyinyi. Na mimi nakuanga mwepesi sana sana kwa mambo ya kanisa, kwa sababu what we are kama serikali ya Kenya Kwanza ni kwa sababu ya Mungu, na lazima tushikane mikono na makanisa zetu tuendeleze maendeleo, kwa sababu kanisa likiendelea pia maendeleo ya nchi itaendelea. Ya pili, Your Excellency, karibu Narok. Na vile Tongo yameongea kidogo, nimekuwa na wivu kwa sababu nimekuwa hapa mara mingi, lakini juzi uliongea na nilikuwa natafuta sababu ya kuwa umetembelea Narok mara mingi, na nikapata kutambua ya kwamba uko na damu ya Wamasai. Ndio maana umetembea Narok mara mingi. Na pia nilikuwa naomba Your Excellency, kama kungekuwa na nafasi ya mtu kufa na kuzaliwa tena, ningependa nizaliwe niwe Masai. Kwa sababu Wamasai ni watu wazuri. Kwa sababu mimi ni jirani hapa, ni watu wa kusema ukweli na wanasimama na ukweli. Hata ile mambo wamesema ya 2027 ni ukweli, I can confirm. Kwa sababu wanaongea ukweli. Ya mwisho, Your Excellency, we are happy kama serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu tunashughulikia. Nilikuwa nasikia Sunguli na wengine wameongea mambo ya shares imeenda juu, and I want to say mambo ya shares is also biblical, kwa sababu ukisoma kwa kitabu ya Mungu and maaskofu wale wameketi mbele zetu can confirm. Biblia inasema ya kwamba before ushughulikie wale wengine wa nje, shughulikia kwanza familia yako. And I think bishops hapa mbele wanasema amen. It is true. So it is correct. And we want to assure you, Your Excellency, that tumesimama nyuma yako na nyuma ya rais, so that we deliver on the promise that we gave to the people of this republic. Usiwe na wasiwasi. Yale mambo ambao waheshimiwa wameongea, ile ya media, usiwe na wasiwasi. Tuendelee kuchapa kazi, Kenya iende mbele. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana ndugu Dr. Parjok. Your Excellency, pia kati yetu tuko na PS
wa water Julius, tafadhali pahali huko uonekane tu ama ako hapo. Asante sana. Thank you so much. He come from here also, so ako pamoja na sisi. Your Excellency, mimi nitakuwa na mambo machache sana. Ya kwanza, wacha nikushukuru kwa niaba ya wakaaji wa Narok, kwa sababu kwa kweli kama vile imezungumzwa hapa, umekuwa rafiki ya karibu sana. Na ndugu Parjok, labda iko siri tu kidogo, ukitaka deputy president ama president unione kwa chini ya hema nitakwambia siri. Lakini tunakushukuru Your Excellency vile unakujanga hapa, na tunajua unakuja hapa kutusaidia. Nafikiri siku ya kwanza tulikuwa tumeenda kulaunch mabarabara pande ya Sogo na tukaenda pande ya Naikara, na juzi tu ulikuwa pia pande hiyo ya Narok West, na leo uko pamoja na sisi hapa, na hata siku ile tulikuwa na Ma Culture Week ulikuja kutufungia hiyo Ma Culture Week. Tunaendelea kukushukuru. And Your Excellency, usichoke kukuja Narok. Hata nimesikia tu kwa fununu ya kwamba Alhamisi hii utakuwa na sisi, na mimi tu ndio najua unaenda wapi. So karibu ndugu yangu, tumeshukuru sana. Jambo la pili, Your Excellency, mimi nitazungumza tu mambo matatu. Ya kwanza ni kweli kama vile bishops wamesema sana, kwa sababu kwamba wako na a big prayer center. Tayari mimi nimeshawapea shamba huko Narok, na wanataka kujenga prayer center ya county mzima huko Narok. Next year mimi sitakusumbua kwa sababu sasa karibu twende nitaorganize ili tuende tujenge hiyo prayer center, na sisi wote Excellency, kama vile umesikia watu hapa, ile shida kubwa sana tuko nayo ni security. Na security team yetu tumejaribu pungufu sana sana kwa hizo mambo za magari, lakini nashukuru sana security team ng'ombe hapa na pale, na boundary nyingine ambayo tulikuwa na shida hapa kati ya Uasin Gishu na Syria. Lakini nataka nikuelezea kwamba tuko na mpangilio mzuri kama wazee ya jamii ya Wamasai kutoka Samburu na kutoka Kajiado na kutoka Laikipia. Juzi tumekuja kuwashikanisha hawa, na bado tutaendelea kuzungumza ili tusione tena watu wetu wakipigana. La tatu, Your Excellency, na labda ni ya mwisho, ni kwamba ni kweli tuko na 2 big national projects ya national government. Ya kwanza ni hiyo barabara Sunguli alikuwa anazungumzia. Ni kweli inatengenezwa, lakini inaenda polepole sana. Tayari mimi kama gavana wa kaunti hii nimeshakuwa na mazungumzo na waziri wa roads and infrastructure Mr. Murkomen, na tulikubaliana kama wanaweza usukuma hawa ili hii barabara ifike pale Kilgoris town na tuweze kuweka zile barabara ambayo ilikuwa inatakikana. Na hata hapa hii town ya Lorgorian ilikuwa pia iwekwe lami ndani ya town ili town ing'are. Ya pili, Your Excellency, ni maji, na ni mzuri juzi tu tumepata rafiki yetu Julius sasa ameingia mambo ya maji. Kuna hii maji ambayo ilikuwa inatengenezwa kutoka hapa Lorgorian mpaka pande ya Kilgoris, pia inaenda polepole. Naomba labda kwa sababu najua bado unawasoea ofisi, uje tuangalie ni kwa nini inaenda polepole ili tuweze kumaliza. Otherwise, Your Excellency, naweza kukuambia kama gavana wa Kenya Kwanza, hii county tumeshikilia vizuri. Tumeshikilia vizuri kabisa, na kazi ile ambayo tumeanzisha ya county integrated development plan hapa county sub county hii ama Kilgoris constituency, nimewapa milioni 600 kila ward, wamepata shilingi milioni 100 ya kwenda kuketi na kupanga mpango yao kwa kila ward. Na nashukuru kwa sababu hizo projects hizi, most of the projects are 70 to 80 to 90% are complete. Na ndiposa nataka tu nichukue nafasi hii niambie wananchi mfumulie kidogo, bado zingine hasikuwa zimekamilishwa, lakini tutakamilisha. So kama tunaongojea national government waje wape pamoja na sisi, lazima sisi kama county government tuendelee tushikilie serikali yetu kuu ili tuone ya kwamba tumepeleka gurudumu hii ya maendeleo mbele. Na I can assure Your Excellency,
Watu hawa wanajua mimi karibu kila weekend at least niko na hawa kusikiza zile mashida zao. Your Excellency, ya mwisho utaniruhusu tu nisungumze lugha ya Kimasai moja tu. Lo Masai lang enda soba idogi. Grasa sawa. Amane nigi yolo megire jodadi ababokin ato le sunguli pegi jinkenya kwanza. Are tu rais lang onaibu ya rais. Anagato ne diol ngani ota dugudugu begu omoni yo wene we maro monogi yanga ya megi ata dar bishobi sabugino le. Megure dina. E megiri de nebo. Mara bal kolok dia rabali diene we jamuni jalla gra ya aibu. Teneji ka ara de girgori sa meta yo la rabal. Ore ndogi ni go ronne ngiti upusi yake ni megi nyora sana sana nyana no aroga fana kingira ibonga nigo mone ndai koloko le kai pa yeni sini joy boru musidin emi ndogi regla lariko ore bidol dolo lariko ke gra endelea sorkasi enda balimba kumo ni ndogi agwara udidi am mera oldongani oikosane olegai tongani egidi bogi de nebo na kingira arewa na gari de nebo lama sa kito ningo doi ne kwenda balsenda ana kugasia yake ni kweti kwete ni bola la jigol ngania naje eta 27 na kidongo yakano oshiake ane me yolo lo dado yoga ajo ne jae gitu ne kenyor ndai ekinyor ruwasingishu nikinyor siria nikinyor moitanik ne kiaseta tende borkasi na itabaiki ne wei kayina omono ndai bokin sasa tusimame sisi wote ili ni chukue nafasi hii ni mualike His Excellency the Deputy President aweze kuzungumza na sisi. Tushangilie na makofi. Haya, Your Excellency, kwa sababu walikuwa wamesema mpaka wakuimbie wapi kwaya yetu. Tuanze ile kwaya ambayo mkuimba, tuimbe sasa kidogo. Haya, mwekea kinanda alafu iendelee. Sinajua mpaka kinanda pia iende kidogo. Na kwaya ikikuja tumetangaza ya kwamba basi ya Olmotonyi Primary mimi nitanunua kama gavana wa kaunti ya Narok. Mtapata hiyo. Asante. Na wale wakina mama wasaidie kufalisha ile shuka yake. Wafalishe. Asante sana, tafadhali tuketi wale walio na viti. Tafadhali.
baba wetu, maaskofu wetu na kanisa, Mheshimiwa gavana wetu Patrick Ole Ntutu, gavana wetu wa Bomet, kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa, ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, viongozi wa tabaka mbalimbali akiweko Mheshimiwa eneo hili la Kilgoris, Balozi Sunkuli, Wakristo wote, Endas Wabogi, Mesisi Yesu, hamjambo? Mungu ni mwema na kila wakati. Munisalimia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana maaskofu wetu, tumeshukuru sana kupata nafasi kushiriki katika ibada na baadaye kuongoza mchango wa kusaidia makanisa 21. Wale watu tumefika na hao tumeshukuru sana. Na tukiwa hapa tunafurahi kwa sababu hapa ni nyumbani kwa mkubwa wangu na kiongozi wetu Rais William Ruto. Na aliponiambia akaniagiza nikuja nimwakilishe katika hafla hii, nilifurahi sana kwa sababu yeye anafurahi sana akiwa katika area hii. Na siku tunakaa na yeye pale, saa nyingine kazi inakuwa mingi, inakuwa ngumu, kelele na zidi, naonanga anakuja hapa siku mbili, akirudi ametulia, anafurahi. Na kwa hivyo tukiwa hapa tunajisikia tuko nyumbani. Kwanza nimeleta salamu na heri njema kutoka kiongozi wetu wa taifa President William Samoei Ruto. Mmepokea? Rais amesafiri jana kuelekea nchi ya Uchina kutafutia sisi mema, kuenda kuongea na Wachina na wengine. Tutafute vile tutasaidiana na hawa katika harakati za maendeleo, sana sana kwa zile miradi ambayo imekwama kwa sababu ya upungufu wa pesa. Kwa hivyo tukiondoka jana akaniambia nikifika hapa nimsalimie na nimwambie muendelee kumuombea. Mnamuombea? Tungetaka rais akiwa katika hiyo ziara muweke kwa maombi ndio aweze kufaulu, na akirudi nyumbani mwisho wa wiki akuje na matunda ambayo atakapata katika nchi ya ugeni. Sisi na rais na viongozi wetu ni watu ya kanisa. Sisi tulipata uongozi, tukapata nafasi ya kuongoza Kenya kupitia maombi ya Wakristo na kushikiliwa na wachungaji. Sana sana hapa Narok, siasa ilipokuwa ngumu hapa, wale ambaye walisimama na sisi ni makanisa, na sana sana haya ya kiroho. Walishikilia rais na sisi kwa maombi na baadaye mkatupigia kura. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nikiwa hapa Kilgoris katika kaunti ya Narok, kwa niaba ya rais wetu William Ruto na mimi na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, nipate nafasi ya kipekee nikinyenyekea kusema watu ya Kilgoris, kwa maombi yenu na kura zenu, asanteni sana. Rais na sisi ni watu ya shukrani. Na Biblia inatuambia kwa wale 10 waliponywa na Yesu, mmoja wao alirudi kusema asante. Sisi ndio huyo mmoja. Na kwa hivyo tukiwa hapa kwa kasi ya kanisa ni kama vile kutia samaki ndani ya maji. Hiyo ndio kazi yetu. Tulikuwa tunakashifiwa hapo mbeleni ati tuko kanisani kila Jumapili. Wale walikuwa wanatukashifu walijua ni kwa nini tulikuwa kanisani. Tulipata baraka kwa kanisa. Na hata hao pale mbele wakiokoka, tuwanakaribisha hao kanisani wakuje tujenge nyumba la Bwana. Najua kuna wakati ilifika walikuwa wamepeleka mjadala bunge ati kupiga marufuku matoleo kanisani na fungu la 10 na harambee ndani ya kanisa. Lakini wabunge pale walikataa kwa sababu lazima tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo
tunafurahi tukija, na nimpongeze gavana wetu wa zamani Bwana Tunai na gavana wetu huyu Patrick Ole Ntutu na viongozi wetu wote, Balozi Sunkuli kwa hii kazi, na tupongeze kanisa. Tutajaribu kufanya, kwa sababu ninaenda mpaka huko Nyandarua. Tuko na kongamano ya Wakorino karibu 10,000. Tunaenda pia kuwachangia. Na ndio naona huyu Mkorino akisema ati amekuja kuona Wamasai. Si ukweli. Amekuja kuhakikisha nisichelewe hapa, ndio nisichelewe pale. Ndio amenifuata, ametumwa na Wakorino ambao kaa karibu na yeye, ukiona masaa naenda umsukume rais, na wewe ukiwa mkubwa wetu pale. Tukarudi tukakuwa na wewe kwa Rais Uhuru Kenyatta. Sasa mimi niko pale ya serikali tangu zamani. Damu yako ni serikali. Hata ukikatwa ni serikali. Ni vile tu ulidhani wale watapata. Huyu Sunguli hakuwa na makosa. Alikuwa amesikiza propaganda ile ya system, deep state, akaona kama ile mzee anaweza pita. Na kwa sababu yeye ni mtu ya serikali, akafuata aina gani? Lakini sasa siri serikali ilipatikana, na wewe ni mtu ya serikali. Njoo ukae kwa serikali. Na wacha nikueleze balozi, kwa sababu ni rafiki yangu. Rais William Ruto ni mkaaji wa hapa Kilgoris. Si ndiye rais ya Jamhuri ya Kenya? Si ni hapa Kilgoris? Sasa wewe ni mjumbe wa rais. Kaa karibu na rais. Najua pale kwa boma ya rais iko mambo mingi. Ukikaa hapo unaweza kuona kitu imeanguka, unachukua unaletea watu ya Kilgoris. Siko namna hiyo. Hii mambo mingi unasema hapa Julius. Hii ni maneno haitakiwi hata kufika hapa. Ungekuwa umemaliza kitambo. Kwa sababu rais ndio mwenye kisu ya Kenya. Yeye ni mkaaji wa hapa, hako na boma yake hapa, hako na ng'ombe zake, hako na shamba. Wewe ni mjumbe wa rais. Kwa hapo karibu na rais. Akifika umemngojea pale. Umepanga wazee nini. Sasa wewe ndio mwenye unachukua kazi ya controller mpaka rais aondoke. Wewe hapana, wewe utakuja siku nyingine, wewe ingia. Fanya namna hiyo. Alafu mambo yenu utanyoroka. Na ukweli ni kwamba acha tuseme ukweli. Unajua mimi napenda Wamasai sana. Mimi mwenyewe naitwa Ole Kasi, mimi ni Masai, nitoka pale Kajiado. Baba yangu akaenda kutafuta mashamba huko Kikuyuni. Sasa Wamasai ni kama mimi, ni watu ya kusema ukweli. Huyu William Ruto alikuwa na matatizo mengi sana. Alikuwa anapigwa na kila mtu. Pigwa na system, pigwa na deep state, ingine ilikuwa inaitwa machinery. Na hiyo yote na pesa na nini, akapita akakuwa rais. Sasa yeye ni rais wa Kenya saa hii. Hakuna mtu anaweza mpiga, hata akijaribu hawezi. Sasa hii 2027 si mteremko. Sasa wewe Sunguli, wewe jipange hapo. Wewe ni mtu ya serikali, ujipange hapo. Alafu mimi mnasema niko na haraka. Ndio, hata kama nimeitwa na Wakorino. Nyinyi kama mngenipanga mimi, nyinyi mmezoea kupanga viongozi. Viongozi wanapenda hapa Kilgoris. Mlipanga rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta anashindanga hapa. Anakuja kupumzika hapa, iko mzuri. Rais wetu William Ruto mmempanga. Mimi kwani mtanipanga siku gani? Sasa kama mlikuwa mmenipanga si ningekuwa hapa. Sasa ningekaa, hii maneno yote mmeleta tuongee jikoni pale. Pale jioni tunaongea tukiongea. Sasa hata mimi vile mmepanga mkubwa wangu, mmepanga Uhuru Kenyatta, sasa mkinipanga si mtakuwa na faida kubwa. Siku ile rais hayuko, mimi ndio niko. Sasa mambo yenu itatembea kutoka pande hii, kutoka mbele, kutoka nyuma. Nyinyi watu ya Kilgoris, kwani mko na shida gani nyinyi? Nyinyi mko na nafasi ya kimataifa ya kupanga mambo yenu. Hiyo mnalia usijui nini, hiyo ni mambo ya jikoni, ya jioni pale. Sababu sasa mambo mengine mmeniuliza hata siwezi sema hapa. Hii watu ya magazeti wananifuata kila pahali. Sasa nikisema ile tutamfanyia, wanasema
huyu mtu anasema wafanyiwe kwa sababu rais anakaa pale. So hii mambo ingine tutapanga na nyinyi jioni na usiku. Nikimalizia, sisi watu ya Narok tunafurahi sana kwa uongozi bora wa huyu governor wetu na MPs and MCs. And let me say, Bwana Governor, with a lot of gratitude and respect, you are headed the right way. Tangu kuwe governor, umeshikanisha pale tunai aliwachia. Narok is talking the same language. Senator Tudio anapiga kelele pale, lakini anapigia Nairobi. So mambo ya Nairobi msishughulike, lakini within the county here, the MCAs and governor are working together. Governor amepatia kila ward 100 million ya maendeleo. MPs and governor are speaking the same language. Mimi mmesikia juzi tukiwa na rais tumeanza kazi ya kuunganisha Kenya. Rais tumekubaliana aende atafute ile watu walikuwa msituni alete nyumbani. Mimi nishike wale walikuwa nyumbani niunganishe. Sasa nyinyi Narok mlitupigia kura ya rais tukaongoza. Governor mkatupatia, MPs mkatupatia, MCAs mkatupatia. So watu ya Narok, you are in my team. Lazima nikuje hapa niunganisha hii Narok nyuma ya Rais William Ruto. Ndio tukifika pale mbele kuwe Narok ni 100% behind President William Ruto. Na unajua uzuri, bosi yangu Rais William Ruto aliumizwa hapa kidogo Narok na siasa ya propaganda na fitina na uongo. Akawekelewa fitina ati ya kwamba akikuwa rais ati mambo ya mawi itaharibika, mawi itapeanwa, mazingira itaharibika, Wamasai watakosa nyasi na maji. Na wengi wa Masai kiasi fulani kwa vile mnapenda mazingira mkakubali hiyo fitina, mkamnyima kura, mkapeana kule. Sasa rais kwa sababu ni mjasiri na anajua kujipanga, akasema kama hii mau ndio shida, kama hii mazingira ndio shida ya Wamasai, siwacha nimpatie mtoto wenu asimamie hiyo mazingira. Akakuja hapa akachukua mtoto wenu anaitwa Soipan Tuya. Yeye ndio waziri wa environment, climate change na forestry. Sasa mambo ya mazingira ikiharibika, mambo ya mau ikiharibika, msiulize rais na mimi, muulize Soipan Tuya mtoto wenu. Sasa ile siasa yote mlikuwa mnasubua rais naye imeisha. Sasa mtamwekelea nini nyingine? Si Soipan Tuya ndio anasimamia mau? Si anasimamia msitu? Anasimamia mazingira, chemchemi za maji. Sasa mambo ya mazingira, chemchemi za maji iko mkononi mwa Masai. Sasa mtafute fitina nyingine ya kuletea kiongozi wangu. Mambo ya kanisa hamwezi muingilia, kanisa anajenga. Mambo ya barabara anajenga, mambo ya shule anajenga. Fitina gani nyingine watu ya Azimio watatafuta kuwekelea William Ruto hapa Masai? So kama maneno ya fitina tumemaliza, 100% governor, MPs, MCAs, zote watu ya Narok kwa kauli moja, tuungane nyuma ya Rais William Ruto tukielekea mbele, ndio hata maendeleo yetu iweze kusonga kama risasi. Mimi kwa sababu sitaki nisidishe kutoka hapo mambo, nyinyi ni wafugaji. Rais amepanga coolers, milk coolers. Sana sana saidia kina mama katika Narok. Kila ward mtapata coolers ndio tuweze kuweka maziwa yetu, tuweze kuuza kwa bei ambayo inafaa. Na mnajua tunasukuma marekebisho katika hiyo sekta ya maziwa. Juzi rais amekuwa na milk processors pale Nakuru na mimi namsaidia, na tunasukuma maziwa isiende chini ya shilingi 50, itoke 50 ikielekea mbele. Juu ya hayo, rais pia amesukuma kiwanda ya ngozi. Tumekuwa kama wafugaji, ngozi zetu tunatupa, na hiyo ni mali mingi sana. Hivi karibuni tumeweka pesa ya kiwanda ya kutengeneza leather, viatu na kila kitu kutoka ngozi ya ng'ombe na mbuzi. Kwa hivyo hiyo ni mambo ingine ambaye itamsaidia. Hapa watu ya Kilgoris pia nyinyi ni watu ya kulima. Bolea tukiingia ilikuwa shilingi 7,000. Rais ameng'ang'ana, sasa ni 2,500. Mtumie bolea ya hayo. Tuko na miwa hapa katika Kilgoris.
Tumefanya marekebisho katika sekta ya sukari, na nashukuru bunge ya kitaifa wametupitishia. Kwa hivyo mtaona marekebisho ambaye itakuwa ni ya kusaidia mkulima. Mimi nikimalizia niseme Bwana Sunkuli, maneno ya usalama. Huyu Ole Tongoyo ako hapa. Si Tongoyo, you know what to do. Keti chini na Kindiki kama iko shida kuja kwangu na kwa rais. Lakini mambo ya magari ya DCC na USPD hiyo tutapanga, itakuja. Hiyo magari tutawapatia. And I want to thank the county security team kiongozwa na county commissioner and your team. Ile kazi mnafanya tunafurahia. Mambo ya pombe na bangi mnapigana nayo, hiyo wizi kidogo kidogo mngangane, na the few challenges you are having ya transport tutamsaidia ndio muweze kuwa effective. Mimi nikimalizia kutoka hapo, mambo ya changa ministry yetu ya heritage, kuna maneno tunapanga, lakini ukipanga harambee ya kina mama mimi nitakuja. Bona mtapanga bahari nitalala. I am ready. As soon as I have somewhere to sleep. Sasa mniambie mimi niko tayari nikuje ndio tupangane kwa hiyo maneno. Watu ya kanisa mmesema vizuri. Hawa viongozi wetu maaskofu walishikwa kuangaishwa watoke kwa William Ruto. Mimi walinishika kila Friday. Lakini mimi najua ni mang'aa kiasi. Sasa nikishikwa Friday nikitoka Monday ndio nimeharibika zaidi. Sasa hao maaskofu tulihuzunishwa sana. Ile siku walishikwa, hata Rais William Ruto aliudhika. Karibu waseme hii maneno kama watu ya kanisa watahangaishwa ama tuachane naye, because this is too much. You know, wachungaji, viongozi ambaye wametiliwa mafuta na Mwenyezi Mungu wanakamatwa, magari yao yanashikwa ati wawache William Ruto. Siasa yetu ilifika kiwango ambaye hawezi kubalika katika dunia yoyote. That hata kama ni nini, wachungaji wa Mungu ati unawaangaisha. Bishop ati alale kwa cell. Mimi sikuwa na shida kulala kwa cell, kwa sababu mimi pahali nilizaliwa cell nilikuwa naona kama ni hoteli. Iko maji, iko stima, iko nini. Sasa pale si mbaya. Lakini sasa yao mabishop kufungia kwa cell ni makosa. Na ndio hiyo serikali iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Ndio iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Kushika maaskofu unafungia kwa cell kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa ilikuwa ni mbaya. Kwa hivyo mimi nimekubaliana na nyinyi, mko na haki, haraka iwezekanavyo mufike pale kwa ikulu ya rais, mkuje hapo muombe, mkule na yeye na muombe ikulu. Na pia muhakikishe amefika. Si ndio? Kwa hivyo hiyo mimi nitapanga haraka iwezekanavyo. Kuje pale kwa rais, kwa sababu nyinyi mlisimama na sisi. %100% it is good you come there. Wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional, ambaye wanaweza kuaminika kuenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti, kama hamjui, watu wanakaa kama mimi ama nyinyi. Sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade. Si tuende tuwasaidie. Na askari wetu are professional, and that is why the United Nations Security Council has identified the National Police Service of Kenya as ideal force to go and assist in keeping peace. Juu ya hayo tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani. So tunauliza bunge, tafadhali, leader of majority, mtusaidie. Na vile umesema ni kweli, we ask the rest of the world, sisi tumetoa wanaume na wamama, na hao watoe pesa ndio tusaidiane. Kwa sababu sisi tuko chini kipesa kidogo, lakini watu tuko na hawa.
We have 1,000 police officers, waende pale pia wapate experience. They mix with the rest of the world and they come and share those experiences with us. Lakini sisi serikali yetu inafuata sheria. Ndio tumesema iende bunge, ipitishwe pale bunge, ndio sasa ikuwe imeambatana na sheria. Na ikiwa namna hiyo itakuwa sawa. Nikimalizia, Bwana Sunkuli, umesema hii shule Kiwacha Primary School ile mabati ilichukuliwa na upepo na umejaribu sana, na mimi nitakutafutia milioni 1 uende umalize pahali imebaki. Kusaidia hapo. Lakini ukaribie sisi. Sasa kama ulikuwa umekuja ungepata hiyo kitambo. Sasa finally kuna hii shule yetu. Hii shule yetu ya Olmotoni Primary na pia Junior Secondary School. Mumeomba tujaribu kusaidia hizo shule mbili. Sunkuli utakuja tuongee. Between those schools, serikali kuu itatoa shilingi milioni 10. Naye huyo governor aone vile atafanya, lakini utanunua basi. Naye Sunkuli atafanya nini? Hii kazi ya kugawanwa. What will you do? Bili hapana, bili ni kidogo. No. Anasema milioni 2, si ni kidogo? Aongeze. Ifike ngapi? 5. Wananchi wamepitisha. Haya. Si umeona kutembea area ni mzuri? Si ni mzuri kutembea? Si munivuta nikaribie hapa nikae hapa. Wewe tunayokaa na wazee mjue vile takaribia hapa. So hivyo nimsalimie rais. Nimsalimie. Mnaendelea kumuombea? Mnataka akuje nyumbani? Mnamisi yeye? Basi si munipanga nikae karibu nikuwe nikija na yeye. Kwa hivyo ni asante sana, tumeshukuru sana. Hata huyu Faruki Beti pia amenisukuma sana kwa hii na anatusukuma na rais. Sijui huyu Faruki Beti mlipea nini huko. Anatusukuma na rais kila wakati. Na mimi niseme ile mambo kidogo kidogo hapa, hiyo ya gari imechelewa nini, makosa ni yangu. Na mimi naomba msamaha. Mimi nikiwa msaidizi wa rais, nikiwa mtu yake ya mkono na rafiki wake wa dhati, ni kazi yangu kuhakikisha kwake nyumbani hii mambo kidogo kidogo nimetatua. Kwa hivyo hapo naomba msamaha, hiyo haingefanyika. Hapa ni kwa rais nyumbani. Lazima hii mambo kidogo kidogo nitahakikisha imekuwa sorted out, hata isimfikie. Hiyo ndio kazi yangu kwa hii serikali. Kuna mambo mengine haitakiwi ifikie rais. Mimi mwenyewe nitasort out kidogo kidogo, inakuwa namna hiyo. Sasa tumekuja mchango. Mko tayari kwa mchango? Mheshimiwa Alice Ng'ang'a amesema ati wa Masai sijui nini. Sasa wewe kama utabaki, ubaki, lakini pesa ya mchango ya korino tupatie twende naye. Mnataka abaki ama twende naye? Haya, umesikia maneno?
Haya, mwekea kinanda alafu iendelee. Unajua mpaka kinanda pia iende kidogo. Na kwaya ikikuja, tumetangaza ya kwamba basi ya Olmotonyi Primary mimi nitanunua kama gavana wa kaunti ya Narok. Mtapata hiyo. Asante. Na wale wakina mama wasaidie kufalisha ile shuka yake. Wafalishe. Asante sana, tafadhali tuketi wale walio na viti. Baba wetu, maaskofu wetu na kanisa, Mheshimiwa gavana wetu Patrick Ole Ntutu, gavana wetu wa Bomet, kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa, ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichung'wa, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, viongozi wa tabaka mbalimbali akiweko Mheshimiwa eneo hili la Kilgoris, Balozi Sunkuli, Wakristo wote, Endas Wabogi, Mesisi Yesu, hamjambo? Mungu ni mwema na kila wakati. Munisalimia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana maaskofu wetu, tumeshukuru sana kupata nafasi kushiriki katika ibada na baadaye kuongoza mchango wa kusaidia makanisa 21. Wale watu tumefika na hao tumeshukuru sana. Na tukiwa hapa tunafurahi kwa sababu hapa ni nyumbani kwa mkubwa wangu na kiongozi wetu Rais William Ruto. Na aliponiambia akaniagiza nikuja nimwakilishe katika hafla hii, nilifurahi sana kwa sababu yeye anafurahi sana akiwa katika area hii. Na siku tunakaa na yeye pale, saa nyingine kazi inakuwa mingi, inakuwa ngumu, kelele nazidi, na onanga anakuja hapa siku mbili, akirudi ametulia, anafurahi. Na kwa hivyo tukiwa hapa tunajisikia tuko nyumbani. Kwanza nimeleta salamu na heri njema kutoka kiongozi wetu wa taifa President William Samoei Ruto. Mmepokea? Rais amesafiri jana kuelekea nchi ya Uchina kutafutia sisi mema, kuenda kuongea na Wachina na wengine. Tutafute vile tutasaidiana na hawa katika harakati za maendeleo, sana sana kwa zile miradi ambayo imekwama kwa sababu ya upungufu wa pesa. Kwa hivyo tukiondoka jana akaniambia nikifika hapa nimsalimie
na nimwambie muendelee kumuombea. Mnamuombea? Tungetaka rais akiwa katika hiyo ziara muweke kwa maombi ndio aweze kufaulu, na akirudi nyumbani mwisho wa wiki akuje na matunda ambaye atakapata katika nchi ya ugeni. Sisi na rais na viongozi wetu ni watu ya kanisa. Sisi tulipata uongozi, tukapata nafasi ya kuongoza Kenya kupitia maombi ya Wakristo na kushikiliwa na wachungaji. Sana sana hapa Narok, siasa ilipokuwa ngumu hapa, wale ambaye walisimama na sisi ni makanisa, na sana sana haya ya kiroho. Walishikilia rais na sisi kwa maombi, na baadaye mkatupigia kura. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nikiwa hapa Kilgoris katika kaunti ya Narok, kwa niaba ya rais wetu William Ruto na mimi na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, nipate nafasi ya kipekee nikinyenyekea kusema watu ya Kilgoris, kwa maombi yenu na kura zenu, asanteni sana. Rais na sisi ni watu ya shukrani, na Biblia inatuambia kwa wale 10 waliponywa na Yesu, mmoja wao alirudi kusema asante. Sisi ndio huyo mmoja. Na kwa hivyo tukiwa hapa kwa kasi ya kanisa ni kama vile kutia samaki ndani ya maji. Hiyo ndio kazi yetu. Tulikuwa tunakashifiwa hapo mbeleni ati tuko kanisani kila Jumapili. Wale walikuwa wanatukashifu walijua ni kwa nini tulikuwa kanisani. Tulipata baraka kwa kanisa. Na hata hao pale mbele wakiokoka, tuwanakaribisha hao kanisani wakuje tujenge nyumba la Bwana. Najua kuna wakati ilifika walikuwa wamepeleka mjadala bunge ati kupiga marufuku matoleo kanisani na fungu la 10 na harambee ndani ya kanisa. Lakini wabunge pale walikataa kwa sababu lazima tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunafurahi tukija, na nimpongeze gavana wetu wa zamani Bwana Tunai na gavana wetu huyu Patrick Lentutu na viongozi wetu wote, Balozi Sunkuli, kwa hii kazi, na tupongeze kanisa. Tutajaribu kufanya, kwa sababu ninaenda mpaka huko Nyandarua, tuko na kongamano ya Wakorino karibu 10,000. Tunaenda pia kuwachangia, na ndio naona huyu Mkorino akisema ati amekuja kuona Wamasai. Si ukweli. Amekuja kuhakikisha nisichelewe hapa, ndio nisichelewe pale. Ndio amenifuata, ametumwa na Wakorino ambao kaa karibu na yeye, ukiona Masai na yeye ya rais, na wewe ukiwa mkubwa wetu pale. Tukarudi tukakuwa na wewe kwa Rais Uhuru Kenyatta. Sasa mimi niko pale na rais ya serikali tangu zamani. Damu yako ni serikali. Hata ukikatwa ni serikali. Ni vile tu ulidhani wale watapata. Huyu Sunkuli hakuwa na makosa. Alikuwa amesikiza propaganda ile ya system, deep state, akaona kama ile mzee anaweza pita. Na kwa sababu yeye ni mtu ya serikali, akafuata laini gani? Lakini sasa siri serikali ilipatikana, na wewe ni mtu ya serikali. Njoo tukae kwa serikali. Na wacha nikueleze balozi, kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Rais William Ruto ni mkaaji wa hapa Kilgoris. Si ndiye rais ya Jamhuri ya Kenya? Si ni hapa Kilgoris? Sasa wewe ni mjumbe wa rais. Kaa karibu na rais. Najua pale kwa boma ya rais iko mambo mingi. Ukikaa hapo unaweza kuona kitu imeanguka, unachukua unaletea watu ya Kilgoris. Siko namna hiyo. Hii mambo mingi unasema hapa Julius. Hii ni maneno haitakiwi hata kufika hapa. Ungekuwa umemaliza kitambo. Kwa sababu rais ndio mwenye kisu ya Kenya. Yeye ni mkaaji wa hapa, hako na boma yake hapa, hako na ng'ombe zake, hako na shamba. Wewe ni mjumbe wa rais. Kwa hapo karibu na rais. Akifika umemngojea pale. Umepanga wazee nini. Sasa wewe ndio mwenye unachukua kazi ya controller mpaka rais aondoke. Wewe hapana, wewe utakuja siku nyingine. Fanya namna hiyo. Alafu mambo yenu utanyoroka. Na ukweli ni kwamba acha tuseme ukweli. Unajua mimi napenda Wamasai sana.
Mimi mwenyewe naitwa Ole Kasi, mimi ni Masai, nitoka pale Kajiado. Baba yangu akaenda kutafuta mashamba huko Kikuyuni. Sasa Wamasai ni kama mimi, ni watu ya kusema ukweli. Huyu William Ruto alikuwa na matatizo mengi sana. Alikuwa anapigwa na kila mtu. Pigwa na system, pigwa na deep state, ingine ilikuwa inaitwa machinery. Na hiyo yote na pesa na nini, akapita akakuwa rais. Sasa yeye ni rais wa Kenya saa hii. Hakuna mtu anaweza mpiga, hata akijaribu hawezi. Sasa hii 2027 si mteremko. Sasa wewe Sunguli, wewe jipange hapo. Wewe ni mtu ya serikali, ujipange hapo. Jipange hapo. Ujipange hapo. Alafu mimi mnasema niko na haraka. Ndio, hata kama nimeitwa na Wakorino. Nyinyi kama mngenipanga mimi, nyinyi mmezoea kupanga viongozi. Viongozi wanapenda hapa Kilgoris. Mlipanga rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta, anashindanga hapa. Anakuja kupumzika hapa, iko mzuri. Rais wetu William Ruto mmempanga. Mimi kwani mtanipanga siku gani? Sasa kama mlikuwa mmenipanga asi ningekuwa hapa. Sasa ningekaa, hii maneno yote mmeleta tuongee jikoni pale. Pale jioni tunaongea tukiongea. Sasa hata mimi vile mmepanga mkubwa wangu, mmepanga Uhuru Kenyatta, sasa mkinipanga si mtakuwa na faida kubwa. Siku ile rais hayuko, mimi ndio niko. Sasa mambo yenu itatembea kutoka pande hii, kutoka mbele, kutoka nyuma. Nyinyi watu ya Kilgoris, kwani mko na shida gani nyinyi? Nyinyi mko nafasi ya kimataifa ya kupanga mambo yenu. Hiyo mnalia usijui nini, hiyo ni mambo ya jikoni, ya jioni pale. Sababu sasa mambo ingine mmeniuliza hata siwezi sema hapa. Hii watu ya magazeti wananifuata kila pahali. Sasa nikisema ile tutamfanyia, wanasema huyu mtu anasema wafanyiwe kwa sababu rais anakaa pale. So hii mambo ingine tutapanga na nyinyi jioni na usiku. Nikimalizia, sisi watu ya Narok tunafurahi sana kwa uongozi bora wa huyu governor wetu na MPs and MCs. And let me say, Bwana Governor, with a lot of gratitude and respect, you are headed the right way. Tangu kuwe governor, umeshikanisha pale tunai aliwachia. Narok is talking the same language. Senator Tudio anapiga kelele pale, lakini anapigia Nairobi. So mambo ya Nairobi msishughulike. Lakini within the county here, the MCAs and governor are working together. Governor amepatia kila ward 100 million ya maendeleo. MPs and governor are speaking the same language. Mimi mmesikia juzi tukiwa na rais tumeanza kazi ya kuunganisha Kenya. Rais tumekubaliana aende atafute ile watu walikuwa msituni alete nyumbani. Mimi nishike wale walikuwa nyumbani niunganishe. Sasa nyinyi Narok mlitupigia kura ya rais tukaongoza. Governor mkatupatia, MPs mkatupatia, MCAs mkatupatia. So watu ya Narok, you are in my team. Lazima nikuje hapa niunganisha hii Narok nyuma ya Rais William Ruto. Ndio tukifika pale mbele kuwe Narok ni 100% behind President William Ruto. Na unajua uzuri, bosi yangu Rais William Ruto aliumizwa hapa kidogo Narok na siasa ya propaganda na fitina na uongo. Akawekelewa fitina ati ya kwamba akikuwa rais ati mambo ya mawi itaharibika, mawi itapeanwa, mazingira itaharibika, Wamasai watakosa nyasi na maji. Na wengi wa Masai kiasi fulani kwa vile mnapenda mazingira mkakubali hiyo fitina, mkamnyima kura, mkapeana kule. Sasa rais kwa sababu ni mjasiri na anajua kujipanga, akasema kama hii mau ndio shida, kama hii mazingira ndio shida ya Wamasai, siwacha nimpatie mtoto wenu asimamie hiyo mazingira. Akakuja hapa akachukua mtoto wenu anaitwa Soipan Tuya. Yeye ndio waziri wa environment, climate change na forestry. Sasa mambo ya mazingira ikiharibika, mambo ya mau ikiharibika, msiulize rais na mimi, muulize Soipan Tuya mtoto wenu. Sasa ile siasa yote mlikuwa mnasubua rais naye imeisha. Sasa mtamwekelea nini ingine? Si Soipan Tuya ndio anasimamia mau? Si anasimamia msitu?
anasimamia mazingira, chemishemi za maji. Sasa mambo ya mazingira, chemishemi za maji iko mkononi mwa Masai. Sasa mtafuta fitina nyingine ya kuletea kiongozi wangu. Mambo ya kanisa hamwezi muingilia, kanisa anajenga. Mambo ya barabara anajenga, mambo ya shule anajenga. Fitina gani nyingine watu ya Azimio watatafuta kuwekelea William Ruto hapo Masai? So kama maneno ya fitina tumemaliza, 100% governor, MPs, MCS, zote watu ya Narok kwa kauli moja, tuungane nyuma ya Rais William Ruto tukielekea mbele, ndio hata maendeleo yetu iweze kusonga kama risasi. Mimi kwa sababu sitaki nisidishe kutoka hapo mambo, nyinyi ni wafugaji. Rais amepanga coolers, milk coolers. Sana sana saidia kina mama katika Narok. Kila ward mtapata coolers ndio tuweze kuweka maziwa yetu, tuweze kuuza kwa bei ambayo inafaa. Na mnajua tunasukuma marekebisho katika hiyo sekta ya maziwa. Juzi rais amekuwa na milk processors pale Nakuru na mimi namsaidia, na tunasukuma maziwa isiende chini ya shilingi 50, itoke 50 ikielekea mbele. Juu ya hayo, rais pia amesukuma kiwanda ya ngozi. Tumekuwa kama wafugaji, ngozi zetu tunatupa, na hiyo ni mali mingi sana. Hivi karibuni tumeweka pesa ya kiganda ya kutengeneza leather, viatu na kila kitu kutoka ngozi ya ng'ombe na mbuzi. Kwa hivyo hiyo ni mambo ingine ambaye itamsaidia. Hapa watu ya Kilgoris pia nyinyi ni watu ya kulima. Bolea tukiingia ilikuwa shilingi 7,000. Rais ameng'ang'ana, sasa ni 2,500. Mtumia hayo, tuko na miwa hapa katika Kilgoris. Tumefanya marekebisho katika sekta ya sukari, na nashukuru bunge ya kitaifa wametupitishia. Kwa hivyo mtaona marekebisho ambaye itakuwa ni ya kusaidia mkulima. Mimi nikimalizia niseme Bwana Sunkuli, maneno ya usalama. Huyu Ole Tongoyo ako hapa. Si Tongoyo, you know what to do. Keti chini na Kindiki, kama iko shida kuja kwangu na kwa rais. Lakini mambo ya magari ya DCC na USPD hiyo tutapanga, itakuja. Hiyo magari tutawapatia. And I want to thank the county security team kiongozwa na county commissioner and your team. Ile kazi mnafanya tunafurahia. Mambo ya pombe na bangi mnapigana nayo, hiyo wizi kidogo kidogo mngangane, na the few challenges you are having ya transport tutamsaidia ndio muweze kuwa effective. Mimi nikimalizia kutoka hapo, mambo ya changa, ministry yetu ya heritage, kuna maneno tunapanga. Lakini ukipanga harambee ya kina mama, mimi nitakuja. Bona mtapanga bahali nitalala. I am ready. As soon as I have where to sleep. Sasa mniambie mimi niko tayari nikuje ndio tupangane kwa hiyo maneno. Watu ya kanisa mmesema vizuri. Hawa viongozi wetu maaskofu walishikwa kuangaishwa watoke kwa William Ruto. Mimi walinishika kila Friday. Lakini mimi najua ni mang'aa kiasi. Sasa nikishikwa Friday nikitoka Monday ndio nimeharibika zaidi. Sasa hao maaskofu tulihuzunishwa sana. Ile siku walishikwa, hata Rais William Ruto aliudhika. Karibu waseme hii maneno kama watu ya kanisa watahangaishwa ama tuachane naye. Because this is too much. You know, wachungaji, viongozi ambaye wametiliwa mafuta na Mwenyezi Mungu wanakamatwa, magari yao yanashikwa ati wawache William Ruto. Siasa yetu ilifika kiwango ambaye hawezi kubalika katika dunia yoyote. That hata kama ni nini, wachungaji wa Mungu ati unawaangaisha. Bishop ati alale kwa cell. Mimi sikuwa na shida kulala kwa cell kwa sababu mimi pahali nilizaliwa cell nilikuwa naona kama ni hoteli. Iko maji, iko stima, iko nini. Sasa pale si mbaya. Lakini sasa yao mabishop kufungia kwa cell ni makosa. Na ndio hiyo serikali iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Ndio iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Kushika maaskofu unafungia kwa cell kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa ilikuwa ni mbaya. Kwa hivyo mimi nimekubaliana na nyinyi, mko na haki, haraka iwezekanavyo mufike pale kwa ikulu ya rais, mkuje hapo muombe
mkule na yeye na muombee Ikulu, na pia muhakikishe amefika, si ndio? Kwa hivyo hiyo mimi nitapanga haraka iwezekanavyo, mkuje pale kwa rais, kwa sababu nyinyi mlisimama na sisi 100%. It is good. Wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional, ambaye wanaweza kuaminika kwenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti, kama hamjui, watu wanakaa kama mimi ama nyinyi, sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade, si tuende tuwasaidie? Na askari wetu are professional, and that is why the United Nations Security Council has identified the National Police Service of Kenya as ideal force to go and assist in keeping peace. Juu ya hayo tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani. So tunauliza bunge, tafadhali, leader of majority, mtusaidie. Na vile umesema ni kweli, we ask the rest of the world, sisi tumetoa wanaume na wamama, na hao watoe pesa ndio tusaidiane. Kwa sababu sisi tuko chini kipesa kidogo, lakini watu tuko na hawa. We have 1,000 police officers, waende pale pia wapate experience. They mix with the rest of the world and they come and share those experiences with us. Lakini sisi serikali yetu inafuata sheria. Ndio tumesema iende bunge, ipitishwe pale bunge, ndio sasa ikuwe imeambatana na sheria. Na ikiwa namna hiyo itakuwa sawa. Nikimalizia, Bwana Sunkuli, umesema hii shule Kiwacha Primary School, ile mabati ilichukuliwa na upepo, na umejaribu sana, na mimi nitakutafutia milioni 1 uende umalize pahali imebaki. Kusaidia hapo. Lakini mkaribie sisi. Sasa kama ulikuwa umekuja ungepata hiyo kitambo. Sasa finally kuna hii shule yetu. Hii shule yetu ya Olmotoni Primary na pia Junior Secondary School, mumeomba tujaribu kusaidia hizo shule mbili. Sunkuli utakuja tuongee. Between those schools, serikali kuu itatoa shilingi milioni 10. Naye huyu governor aone vile atafanya, lakini utanunua basi. Naye Sunkuli atafanya nini? Hii kazi ya kugawanwa. What will you do? Bili, hapana, bili ni kidogo. No. Anasema milioni 2, si ni kidogo? Aongeze. Ifike ngapi? 5. Wananchi wamepitisha. Haya. Si umeona kutembea area ni mzuri? Si ni mzuri kutembea? Si munivuta nikaribia hapa nikae hapa. Wewe tunayokaa na wazee mjue vile nitakaribia hapa. So hivyo nimsalimie rais. Nimsalimie. Mnaendelea kumuombea? Mnataka akuje nyumbani? Mnamisi yeye? Basi si munipanga nikae karibu nikuwe nikija na yeye. Kwa hivyo ni asante sana, tumeshukuru sana. Hata huyu Faruki Bet pia amenisukuma sana kwa hii, na anatusukuma na rais. Sijui huyu Faruki Bet mlipea nini huko. Anatusukuma na rais kila wakati. Na mimi niseme ile mambo kidogo kidogo hapa, hiyo ya gari imechelewa nini, makosa ni yangu. Na mimi naomba msamaha. Mimi nikiwa msaidizi wa rais, nikiwa mtu yake ya mkono na rafiki wake wa dhati, ni kazi yangu kuhakikisha kwake nyumbani hii mambo kidogo kidogo nimetatua. Kwa hivyo hapo naomba msamaha, hiyo haingefanyika. Hapa ni kwa rais nyumbani, lazima hii mambo kidogo kidogo nitahakikisha imekuwa sorted out, hata isimfikie. Hiyo ndio kazi yangu kwa hii serikali. Kuna mambo mengine haitakiwi ifikie rais, mimi mwenyewe nitasort out kidogo kidogo, inakuwa namna hiyo. Sasa tumekuja mchango. Mko tayari kwa mchango? Mheshimiwa Alice Ng'ang'a amesema ati wa Masai sijui nini. Sasa wewe kama ubaki, lakini pesa ya mchango ya korona utupatie twende naye. Mnataka abaki ama twende na yeye? Haya, umesikia maneno.
Haya, mwekea wa kinanda alafu iendelee. Sinajua mpaka kinanda pia iende kidogo. Na kwaya ikikuja, tumetangaza ya kwamba basi ya Olmotonyi Primary mimi nitanunua kama gavana wa kaunti ya Narok. Mtapata hiyo. Asante. Na wale wakina mama wasaidie kufalisha ile shuka yake. Wafalishe. Asante sana, tafadhali tuketi wale walio na viti. Baba wetu, maaskofu wetu na kanisa, Mheshimiwa gavana wetu Patrick Ole Ntutu, gavana wetu wa Bomet, kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa, ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, viongozi wa tabaka mbalimbali akiweko Mheshimiwa eneo hili la Kilgoris, Balozi Sunkuli, Wakristo wote, Endas Wabogi, Mesisi Yesu, hamjambo? Mungu ni mwema na kila wakati. Munisalimia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana maaskofu wetu, tumeshukuru sana kupata nafasi kushiriki katika ibada na baadaye kuongoza mchango wa kusaidia makanisa 21. Wale watu tumefika na hao tumeshukuru sana. Na tukiwa hapa tunafurahi kwa sababu hapa ni nyumbani kwa mkubwa wangu na kiongozi wetu Rais William Ruto. Na aliponiambia akaniagiza nikuja nimwakilishe katika hafla hii, nilifurahi sana kwa sababu yeye anafurahi sana akiwa katika area hii. Na siku tunakaa na yeye pale, saa nyingine kazi inakuwa mingi, inakuwa ngumu, kelele nazidi, naonanga anakuja hapa siku mbili, akirudi ametulia, anafurahi. Na kwa hivyo tukiwa hapa tunajisikia tuko nyumbani. Kwanza nimeleta salamu na heri njema kutoka kiongozi wetu wa taifa President William Samoei Ruto. Mmepokea? Rais amesafiri jana kuelekea nchi ya Uchina kutafutia sisi mema, kuenda kuongea na Wachina na wengine. Tutafute vile tutasaidiana na hawa katika harakati za maendeleo, sana sana kwa zile miradi ambayo imekwama kwa sababu ya upungufu wa pesa. Kwa hivyo tukiondoka jana akaniambia nikifika hapa nimsalimie,
na nimwambie muendelee kumuombea. Mnamuombea? Tungetaka rais akiwa katika hiyo ziara muweke kwa maombi ndio aweze kufaulu, na akirudi nyumbani mwisho wa wiki akuje na matunda ambaye atakapata katika nchi ya ugeni. Sisi na rais na viongozi wetu ni watu ya kanisa. Sisi tulipata uongozi, tukapata nafasi ya kuongoza Kenya kupitia maombi ya Wakristo na kushikiliwa na wachungaji. Sana sana hapa Narok, siasa ilipokuwa ngumu hapa, wale ambaye walisimama na sisi ni makanisa, na sana sana haya ya kiroho. Walishikilia rais na sisi kwa maombi, na baadaye mkatupigia kura. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nikiwa hapa Kilgoris katika kaunti ya Narok, kwa niaba ya rais wetu William Ruto na mimi na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, nipate nafasi ya kipekee nikinyenyekea kusema watu ya Kilgoris, kwa maombi yenu na kura zenu, asanteni sana. Rais na sisi ni watu ya shukrani, na Biblia inatuambia kwa wale 10 waliponywa na Yesu, mmoja wao alirudi kusema asante. Sisi ndio huyo mmoja. Na kwa hivyo tukiwa hapa kwa kasi ya kanisa ni kama vile kutia samaki ndani ya maji. Hiyo ndio kazi yetu. Tulikuwa tunakashifiwa hapo mbeleni ati tuko kanisani kila Jumapili. Wale walikuwa wanatukashifu walijua ni kwa nini tulikuwa kanisani. Tulipata baraka kwa kanisa. Na hata hao pale mbele wakiokoka, tuwanakaribisha hao kanisani wakuje tujenge nyumba la Bwana. Najua kuna wakati ilifika walikuwa wamepeleka mjadala bunge ati kupiga marufuku matoleo kanisani na fungu la 10 na harambee ndani ya kanisa. Lakini wabunge pale walikataa kwa sababu lazima tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunafurahi tukija, na nimpongeze gavana wetu wa zamani Bwana Tunai na gavana wetu huyu Patrick Lentutu na viongozi wetu wote, Balozi Sunkuli, kwa hii kazi, na tupongeze kanisa. Tutajaribu kufanya kwa sababu ninaenda mpaka huko Nyandarua. Tuko na kongamano ya Wakorino karibu 10,000. Tunaenda pia kuwachangia. Na ndio naona huyu Mkorino akisema ati amekuja kuona Wamasai. Si ukweli. Amekuja kuhakikisha nisichelewe hapa, ndio nisichelewe pale. Ndio amenifuata, ametumwa na Wakorino ambao kaa karibu na yeye, ukiona Masana ya rais na wewe ukiwa mkubwa wetu pale. Tukarudi tukakuwa na wewe kwa Rais Uhuru Kenyatta. Sasa mimi niko pale na rais ya serikali tangu zamani. Damu yako ni serikali. Hata ukikatwa ni serikali. Ni vile tu ulidhani wale watapata. Huyu Sunguli hakuwa na makosa. Alikuwa amesikiza propaganda ile ya system, deep state, akaona kama ile mzee anaweza pita. Na kwa sababu ya ni mtu ya serikali akafuata laini gani? Lakini sasa siri serikali ilipatikana na wewe ni mtu ya serikali. Njoo tukae kwa serikali. Na wacha nikueleze balozi, kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Rais William Ruto ni mkaaji wa hapa Kilgoris. Si ndiye rais ya Jamhuri ya Kenya? Si ni hapa Kilgoris? Sasa wewe ni mjumbe wa rais. Kaa karibu na rais. Najua pale kwa boma ya rais iko mambo mingi. Ukikaa hapo unaweza kuona kitu imeanguka, unachukua unaletea watu ya Kilgoris. Siko namna hiyo. Hii mambo mingi unasema hapa Julius. Hii ni maneno haitakiwi hata kufika hapa. Ungekuwa umemaliza kitambo. Kwa sababu rais ndio mwenye kisu ya Kenya. Yeye ni mkaaji wa hapa, hako na boma yake hapa, hako na ng'ombe zake, hako na shamba. Wewe ni mjumbe wa rais. Kwa hapo karibu na rais. Akifika umemngojea pale. Umepanga wazee nini. Sasa wewe ndio mwenye unachukua kazi ya controller mpaka rais aondoke. Wewe hapana, wewe utakuja kufanya namna hiyo. Alafu mambo yenu utanyoroka. Na ukweli ni kwamba acha tuseme ukweli. Unajua mimi napenda Wamasai sana.
Mimi mwenyewe naitwa Ole Kasi, mimi ni Masai, nitoka pale Kajiado. Baba yangu akaenda kutafuta mashamba huko Kikuyuni. Sasa Wamasai ni kama mimi, ni watu ya kusema ukweli. Huyu William Ruto alikuwa na matatizo mengi sana. Alikuwa anapigwa na kila mtu. Pigwa na system, pigwa na deep state, ingine ilikuwa inaitwa machinery. Na hiyo yote na pesa na nini, akapita akakuwa rais. Sasa yeye ni rais wa Kenya saa hii. Hakuna mtu anaweza mpiga, hata akijaribu hawezi. Sasa hii 2027 si mteremko. Sasa wewe Sunguli, wewe jipange hapo. Wewe ni mtu ya serikali, panga ujipange hapo. Jipange hapo. Ujipange hapo. Alafu mimi mnasema niko na haraka. Ndio, hata kama nimeitwa na Wakorino. Nyinyi kama mngenipanga mimi, nyinyi mmezoea kupanga viongozi. Viongozi wanapenda hapa Kilgoris. Mlipanga rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta, anashindanga hapa. Anakuja kupumzika hapa, iko mzuri. Rais wetu William Ruto mmempanga. Mimi kwani mtanipanga siku gani? Sasa kama mlikuwa mmenipanga si ningekuwa hapa. Sasa ningekaa, hii maneno yote mmeleta tuongee jikoni pale. Pale jioni tunaongea tukiongea. Sasa hata mimi vile mmepanga mkubwa wangu, mmepanga Uhuru Kenyatta, sasa mkinipanga si mtakuwa na faida kubwa. Siku ile rais hayuko, mimi ndio niko. Sasa mambo yenu itatembea kutoka pande hii, kutoka mbele, kutoka nyuma. Nyinyi watu ya Kilgoris, kwani mko na shida gani nyinyi? Nyinyi mko nafasi ya kimataifa ya kupanga mambo yenu. Hiyo mnalia usijui nini, hiyo ni mambo ya jikoni, ya jioni pale. Sababu sasa mambo mengine mmeniuliza hata siwezi sema hapa. Hii watu ya magazeti wananifuata kila pahali. Sasa nikisema ile tutamfanyia, wanasema huyu mtu anasema wafanyiwe kwa sababu rais anakaa pale. So hii mambo mengine tutapanga na nyinyi jioni na usiku. Nikimalizia, sisi watu ya Narok tunafurahi sana kwa uongozi bora wa huyu governor wetu na MPs and MCAs. And let me say, Bwana Governor, with a lot of gratitude and respect, you are headed the right way. Tangu kuwe governor, umeshikanisha pale tunai aliwachia. Narok is talking the same language. Senator Tudi anapiga kelele pale, lakini anapigia Nairobi. So mambo ya Nairobi msishughulike. Lakini within the county here, the MCAs and governor are working together. Governor amepatia kila ward 100 million ya maendeleo. MPs and governor are speaking the same language. Mimi mmesikia juzi tukiwa na rais tumeanza kazi ya kuunganisha Kenya. Rais tumekubaliana aende atafute ile watu walikuwa msituni alete nyumbani. Mimi nishike wale walikuwa nyumbani niunganishe. Sasa nyinyi Narok mlitupigia kura ya rais tukaongoza. Governor mkatupatia, MPs mkatupatia, MCAs mkatupatia. So watu ya Narok, you are in my team. Lazima nikuje hapa niunganisha hii Narok nyuma ya Rais William Ruto. Ndio tukifika pale mbele kuwe Narok ni 100% behind President William Ruto. Na unajua uzuri, bosi yangu Rais William Ruto aliumizwa hapa kidogo Narok na siasa ya propaganda na fitina na uongo. Akawekelewa fitina ati ya kwamba akikuwa rais ati mambo ya mawe itaharibika, mawe itapeanwa, mazingira itaharibika, Wamasai watakosa nyasi na maji. Na wengi wa Masai kiasi fulani kwa vile mnapenda mazingira mkakubali hiyo fitina, mkamnyima kura, mkapeana kule. Sasa rais kwa sababu ni mjasiri na anajua kujipanga, akasema kama hii mau ndio shida, kama hii mazingira ndio shida ya Wamasai, siwacha nimpatie mtoto wenu asimamie hiyo mazingira. Akakuja hapa akachukua mtoto wenu anaitwa Soipan Tuya. Yeye ndio waziri wa environment, climate change na forestry. Sasa mambo ya mazingira ikiharibika, mambo ya mau ikiharibika, msiulize rais na mimi, muulize Soipan Tuya mtoto wenu. Sasa ile siasa yote mlikuwa mnasubua rais naye imeisha. Sasa mtamwekelea nini nyingine? Si Soipan Tuya ndio anasimamia mau? Si anasimamia msitu?
anasimamia mazingira, chemishemi za maji. Sasa mambo ya mazingira, chemishemi za maji iko mkononi mwa Masai. Sasa mtafute fitina ingine ya kuletea kiongozi wangu. Mambo ya kanisa hamwezi muingilia, kanisa anajenga. Mambo ya barabara anajenga, mambo ya shule anajenga. Fitina gani nyingine watu ya Azimio watatafuta kuwekelea William Ruto hapa Masai? So kama maneno ya fitina tumemaliza, 100% governor, MPs, MCs, zote watu ya Narok kwa kauli moja, tuungane nyuma ya Rais William Ruto tukielekea mbele, ndio hata maendeleo yetu iweze kusonga kama risasi. Mimi kwa sababu sitaki nisidishe kutoka hapo mambo, nyinyi ni wafugaji. Rais amepanga coolers, milk coolers. Sana sana saidia kina mama katika Narok. Kila ward mtapata coolers ndio tuweze kuweka maziwa yetu, tuweze kuuza kwa bei ambayo inafaa. Na mnajua tunasukuma marekebisho katika hiyo sekta ya maziwa. Juzi rais amekuwa na milk processors pale Nakuru na mimi namsaidia, na tunasukuma maziwa isiende chini ya shilingi 50, itoke 50 ikielekea mbele. Juu ya hayo, rais pia amesukuma kiwanda ya ngozi. Tumekuwa kama wafugaji, ngozi zetu tunatupa, na hiyo ni mali mingi sana. Hivi karibuni tumeweka pesa ya kiganda ya kutengeneza leather, viatu na kila kitu kutoka ngozi ya ng'ombe na mbuzi. Kwa hivyo hiyo ni mambo ingine ambaye itamsaidia. Hapa watu ya Kilgoris pia nyinyi ni watu ya kulima. Bolea tukiingia ilikuwa shilingi 7,000. Rais ameng'ang'ana, sasa ni 2,500. Mtumia hayo, tuko na miwa hapa katika Kilgoris. Tumefanya marekebisho katika sekta ya sukari, na nashukuru bunge ya kitaifa wametupitishia. Kwa hivyo mtaona marekebisho ambaye itakuwa ni ya kusaidia mkulima. Mimi nikimalizia niseme Bwana Sunkuli, maneno ya usalama. Huyu Ole Tongoyo ako hapa. Si Tongoyo, you know what to do. Keti chini na Kindiki, kama iko shida kuja kwangu na kwa rais. Lakini mambo ya magari ya DCC na USPD hiyo tutapanga, itakuja. Hiyo magari tutawapatia. And I want to thank the county security team kiongozwa na county commissioner and your team. Ile kazi mnafanya tunafurahia. Mambo ya pombe na bangi mnapigana nayo, hiyo wizi kidogo kidogo mngangane, na the few challenges you are having ya transport tutamsaidia ndio muweze kuwa effective. Mimi nikimalizia kutoka hapo, mambo ya changa, ministry yetu ya heritage kuna maneno tunapanga. Lakini ukipanga harambee ya kina mama, mimi nitakuja. Bona mtapanga bahari nitalala. I am ready. As soon as I have somewhere to sleep. Sasa mniambie mimi niko tayari nikuje ndio tupangane kwa hiyo maneno. Watu ya kanisa mmesema vizuri. Hawa viongozi wetu maaskofu walishikwa kuangaishwa watoke kwa William Ruto. Mimi walinishika kila Friday. Lakini mimi najua ni mang'aa kiasi. Sasa nikishikwa Friday nikitoka Monday ndio nimeharibika zaidi. Sasa hao maaskofu tulihuzunishwa sana. Ile siku walishikwa, hata Rais William Ruto aliudhika. Karibu waseme hii maneno kama watu ya kanisa watahangaishwa ama tuachane naye. Because this is too much. You know, wachungaji, viongozi ambaye wametiliwa mafuta na Mwenyezi Mungu wanakamatwa, magari yao yanashikwa, ati wawache William Ruto. Siasa yetu ilifika kiwango ambaye hawezi kubalika katika dunia yoyote. That hata kama ni nini, wachungaji wa Mungu ati unawahangaisha. Bishop ati alale kwa cell. Mimi sikuwa na shida kulala kwa cell kwa sababu mimi pahali nilizaliwa cell nilikuwa naona kama ni hoteli. Iko maji, iko stima, iko nini. Sasa pale si mbaya. Lakini sasa yao mabishop kufungia kwa cell ni makosa. Na ndio hiyo serikali iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Ndio iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Kushika maaskofu unafungia kwa cell kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa ilikuwa ni mbaya. Kwa hivyo mimi nimekubaliana na nyinyi, mko na haki. Rais mkuje hapo, muombe, mkule na yeye na mumuombe na muombe Ikulu. Na pia muhakikishe amefika.
si ndio? Kwa hivyo hiyo mimi nitapanga haraka iwezekanavyo, mkuje pale kwa rais, kwa sababu nyinyi mlisimama na sisi 100%. It is good. Wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional, ambaye wanaweza kuaminika kwenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti, kama hamjui, watu wanakaa kama mimi ama nyinyi. Sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade, si tuende tuwasaidie? Na askari wetu are professional, and that is why the United Nations Security Council has identified the National Police Service of Kenya as ideal force to go and assist in keeping peace. Juu ya hayo tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani. So tunauliza bunge, tafadhali, leader of majority, mtusaidie. Na vile umesema ni kweli, we ask the rest of the world, sisi tumetoa wanaume na wamama, na hao watoe pesa ndio tusaidiane. Kwa sababu sisi tuko chini kipesa kidogo, lakini watu tuko na hawa. We have 1,000 police officers, waende pale pia wapate experience. They mix with the rest of the world and they come and share those experiences with us. Lakini sisi serikali yetu inafuata sheria. Ndio tumesema iende bunge, ipitishwe pale bunge, ndio sasa ikuwe imeambatana na sheria. Na ikiwa namna hiyo itakuwa sawa. Nikimalizia, Bwana Sunkuli, umesema hii shule Kiwacha Primary School, ile mabati ilichukuliwa na upepo, na umejaribu sana, na mimi nitakutafutia milioni 1 uende umalize pahali imebaki. Na kusaidia hapo. Lakini ukaribie sisi. Sasa kama ulikuwa umekuja ungepata hiyo kitambo. Sasa finally kuna hii shule yetu. Hii shule yetu ya Olmotoni Primary na pia Junior Secondary School, mumeomba tujaribu kusaidia hizo shule mbili. Sunkuli utakuja tuongee. Between those schools, serikali kuu itatoa shilingi milioni 10. Naye huyu governor aone vile atafanya, lakini utanunua basi. Naye Sunkuli atafanya nini? Hii kazi ya kugawanwa. What will you do? Mbili, hapana, mbili ni kidogo. No. Anasema milioni 2, si ni kidogo? Aongeze. Ifike ngapi? 5. Wananchi wamepitisha. Haya. Si umeona kutembea area ni mzuri? Si ni mzuri kutembea? Si munivuta nikaribia hapa nikae hapa. Wewe tunaikaa na wazee mjue vile nitakaribia hapa. So hivyo nimsalimie rais. Nimsalimie. Mnaendelea kumuombea? Mnataka akuje nyumbani? Mnamisi yeye? Basi si munipanga nikae karibu nikuwe nikija na yeye. Kwa hivyo ni asante sana, tumeshukuru sana. Hata huyu Faruki Bet pia amenisukuma sana kwa hii na anatusukuma na rais. Sijui huyu Faruki Bet mlipea nini huko. Anatusukuma na rais kila wakati. Na mimi niseme ile mambo kidogo kidogo hapa, hiyo ya gari imechelewa nini, makosa ni yangu. Na mimi naomba msamaha. Mimi nikiwa msaidizi wa rais, nikiwa mtu yake ya mkono na rafiki wake wa dhati, ni kazi yangu kuhakikisha kwake nyumbani hii mambo kidogo kidogo nimetatua. Kwa hivyo hapo naomba msamaha, hiyo haingefanyika. Hapa ni kwa rais nyumbani, lazima hii mambo kidogo kidogo nitahakikisha imekuwa sorted out, hata isimfikie. Hiyo ndio kazi yangu kwa hii serikali. Kuna mambo mengine haitakiwi ifikie rais, mimi mwenyewe nitasort out kidogo kidogo, inakuwa namna hiyo. Sasa tumekuja mchango. Mko tayari kwa mchango? Mheshimiwa Alice Ng'ang'a amesema ati wa Masai sijui nini. Sasa wewe kama ubaki, lakini pesa ya mchango ya korino tupatie twende naye. Mnataka abaki ama twende naye? Haya, umesikia maneno.
Haya, mwekea kinanda alafu iendelee. Sinajua mpaka kinanda pia iende kidogo. Na kwaya ikikuja, tumetangaza ya kwamba basi ya Olmotonyi Primary mimi nitanunua kama gavana wa kaunti ya Narok. Mtapata hiyo. Asante. Na wale wakina mama wasaidie kufalisha ile shuka yake. Wafalishe. Asante sana, tafadhali tuketi wale walio na viti. Baba wetu, maaskofu wetu na kanisa, Mheshimiwa gavana wetu Patrick Ole Ntutu, gavana wetu wa Bomet, kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa, ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, viongozi wa tabaka mbalimbali akiweko Mheshimiwa eneo hili la Kilgoris, Balozi Sunkuli, Wakristo wote, endas wabogi, Mesisi Yesu, hamjambo, Mungu ni mwema, na kila wakati, munisalimia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana maaskofu wetu, tumeshukuru sana kupata nafasi kushiriki katika ibada na baadaye kuongoza mchango wa kusaidia makanisa 21. Wale watu tumefika na hao tumeshukuru sana. Na tukiwa hapa tunafurahi kwa sababu hapa ni nyumbani kwa mkubwa wangu na kiongozi wetu Rais William Ruto. Na aliponiambia akaniagiza nikuja nimwakilishe katika hafla hii, nilifurahi sana kwa sababu yeye anafurahi sana akiwa katika area hii. Na siku tunakaa na yeye pale, saa nyingine kazi inakuwa mingi, inakuwa ngumu, kelele nazidi, naonanga anakuja hapa siku mbili, akirudi ametulia, anafurahi. Na kwa hivyo tukiwa hapa tunajisikia tuko nyumbani. Kwanza nimeleta salamu na heri njema kutoka kiongozi wetu wa taifa President William Samoei Ruto. Mmepokea? Rais amesafiri jana kuelekea nchi ya Uchina kutafutia sisi mema, kuenda kuongea na Wachina na wengine, tutafute vile tutasaidiana na hawa katika harakati za maendeleo,
sana sana kwa zile miradi ambayo imekwama kwa sababu ya upungufu wa pesa. Kwa hivyo tukiondoka jana, akaniambia nikifika hapa nimsalimie na nimwambie muendelee kumuombea. Mnamuombea? Tungetaka rais akiwa katika hiyo ziara muweke kwa maombi ndio aweze kufaulu, na akirudi nyumbani mwisho wa wiki akuje na matunda ambaye atakapata katika nchi ya ugeni. Sisi na rais na viongozi wetu ni watu ya kanisa. Sisi tulipata uongozi, tukapata nafasi ya kuongoza Kenya kupitia maombi ya Wakristo na kushikiliwa na wachungaji. Sana sana hapa Narok, siasa ilipokuwa ngumu hapa, wale ambaye walisimama na sisi ni makanisa, na sana sana haya ya kiroho. Walishikilia rais na sisi kwa maombi na baadaye mkatupigia kura. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nikiwa hapa Kilgoris katika kaunti ya Narok, kwa niaba ya rais wetu William Ruto na mimi na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, nipate nafasi ya kipekee nikinyenyekea kusema watu ya Kilgoris, kwa maombi yenu na kura zenu, asanteni sana. Rais na sisi ni watu ya shukrani, na Biblia inatuambia kwa wale 10 waliponywa na Yesu, mmoja wao alirudi kusema asante. Sisi ndio huyo mmoja. Na kwa hivyo tukiwa hapa kwa kasi ya kanisa ni kama vile kutia samaki ndani ya maji. Hiyo ndio kazi yetu. Tulikuwa tunakashifiwa hapo mbeleni ati tuko kanisani kila Jumapili. Wale walikuwa wanatukashifu walijua ni kwa nini tulikuwa kanisani. Tulipata baraka kwa kanisa. Na hata hao pale mbele wakiokoka, tuwanakaribisha hao kanisani wakuje tujenge nyumba la Bwana. Najua kuna wakati ilifika walikuwa wamepeleka mjadala bunge ati kupiga marufuku matoleo kanisani na fungu la 10 na harambee ndani ya kanisa. Lakini wabunge pale walikataa kwa sababu lazima tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunafurahi tukija, na nimpongeze gavana wetu wa zamani Bwana Tunai na gavana wetu huyu Patrick Lentutu na viongozi wetu wote, Balozi Sunkuli, kwa hii kazi, na tupongeze kanisa. Tutajaribu kufanya kwa sababu ninaenda mpaka huko Nyandarua. Tuko na kongamano ya Wakorino karibu 10,000. Tunaenda pia kuwachangia. Na ndio naona huyu Mkorino akisema ati amekuja kuona Wamasai. Si ukweli. Amekuja kuhakikisha nisichelewe hapa, ndio nisichelewe pale. Ndio amenifuata, ametumwa na Wakorino ambao kaa karibu na yeye, ukiona masaa naenda ya rais na wewe ukiwa mkubwa wetu pale. Tukarudi tukakuwa na wewe kwa Rais Uhuru Kenyatta. Sasa mimi niko pale na rais ya serikali tangu zamani. Damu yako ni serikali. Hata ukikatwa ni serikali. Ni vile tu ulidhani wale watapata. Huyu Sunguli hakuwa na makosa. Alikuwa amesikiza propaganda ile ya system, deep state, akaona kama ile mzee anaweza pita. Na kwa sababu ya ni mtu ya serikali akafuata laini gani? Lakini sasa sire serikali ilipatikana na wewe ni mtu ya serikali. Njoo tukae kwa serikali. Na wacha nikueleze balozi, kwa sababu ni rafiki yangu. Rais William Ruto ni mkaaji wa hapa Kilgoris. Si ndiye rais ya Jamhuri ya Kenya? Si ni hapa Kilgoris? Sasa wewe ni mjumbe wa rais. Kaa karibu na rais. Najua pale kwa boma ya rais iko mambo mingi. Ukikaa hapo unaweza kuona kitu imeanguka, unachukua unaletea watu ya Kilgoris. Siko namna hiyo. Hii mambo mingi unasema hapa Julius. Hii ni maneno haitakiwi hata kufika hapa. Ungekuwa umemaliza kitambo. Kwa sababu rais ndio mwenye kisu ya Kenya. Yeye ni mkaaji wa hapa, hako na boma yake hapa, hako na ng'ombe zake, hako na shamba. Wewe ni mjumbe wa rais. Kwa hapo karibu na rais. Akifika umemngojea pale. Umepanga wazee nini. Sasa wewe ndio mwenye unachukua kazi ya controller mpaka rais aondoke. Wewe hapana, wewe utakuja siku nyingine. Fanya namna hiyo.
alafu mambo yenu itanyoroka. Na ukweli ni kwamba acha tuseme ukweli. Unajua mimi napenda Wamasai sana. Mimi mwenyewe naitwa Ole Kasi, mimi ni Masai, nitoka pale Kajiado. Baba yangu akaenda kutafuta mashamba huko Kikuyuni. Sasa Wamasai ni kama mimi, ni watu ya kusema ukweli. Huyu William Ruto alikuwa na matatizo mengi sana. Alikuwa anapigwa na kila mtu. Pigwa na system, pigwa na deep state, ingine ilikuwa inaitwa machinery. Na hiyo yote na pesa na nini, akapita akakuwa rais. Sasa yeye ni rais wa Kenya sahi. Hakuna mtu anaweza mpiga, hata akijaribu hawezi. Sasa hii 2027 si mteremko. Sasa wewe Sunguli, wewe jipange hapo. Wewe ni mtu ya serikali, ujipange hapo. Ujipange hapo. Alafu mimi mnasema niko na haraka. Ndio, hata kama nimeitwa na Wakorino. Nyinyi kama mngenipanga mimi, nyinyi mmezoea kupanga viongozi. Viongozi wanapenda hapa Kilgoris. Mlipanga rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta, anashindanga hapa. Anakuja kupumzika hapa, iko mzuri. Rais wetu William Ruto mmempanga. Mimi kwani mtanipanga siku gani? Sasa kama mlikuwa mmenipanga asiningekuwa hapa. Sasa ningekaa, hii maneno yote mmeleta tuongee jikoni pale. Pale jioni tunaongea, tukiongea. Sasa hata mimi vile mmepanga mkubwa wangu, mmepanga Uhuru Kenyatta, sasa mkinipanga si mtakuwa na faida kubwa. Siku ile rais hayuko, mimi ndio niko. Sasa mambo yenu itatembea kutoka pande hii, kutoka mbele, kutoka nyuma. Nyinyi watu ya Kilgoris, kwani mko na shida gani nyinyi? Nyinyi mko nafasi ya kimataifa ya kupanga mambo yenu. Hiyo mnalia usijui nini, hiyo ni mambo ya jikoni, ya jioni pale. Sababu sasa mambo ingine mmeniuliza hata siwezi sema hapa. Hii watu ya magazeti wananifuata kila pahali. Sasa nikisema ile tutamfanyia, wanasema huyu mtu anasema wafanyiwe kwa sababu rais anakaa pale. So hii mambo ingine tutapanga na nyinyi jioni na usiku. Nikimalizia, sisi watu ya Narok tunafurahi sana kwa uongozi bora wa huyu governor wetu na MPs and MCAs. And let me say, Bwana Governor, with a lot of gratitude and respect, you are headed the right way. Tangu kuwe governor, umeshikanisha pale Tunai aliwachia. Narok is talking the same language. Senator Tudio anapiga kelele pale, lakini anapigia Nairobi. So mambo ya Nairobi msishughulike. Lakini within the county here, the MCAs and governor are working together. Governor amepatia kila ward 100 million ya maendeleo. MPs and governor are speaking the same language. Mimi mmesikia juzi tukiwa na rais tumeanza kazi ya kuunganisha Kenya. Rais tumekubaliana aende atafute ile watu walikuwa msituni alete nyumbani. Mimi nishike wale walikuwa nyumbani niunganishe. Sasa nyinyi Narok mlitupigia kura ya rais tukaongoza. Governor mkatupatia, MPs mkatupatia, MCAs mkatupatia. So watu ya Narok, you are in my team. Lazima nikuje hapa niunganisha hii Narok nyuma ya Rais William Ruto. Ndio tukifika pale mbele kuwe Narok ni 100% behind President William Ruto. Na unajua uzuri, bosi yangu Rais William Ruto aliumizwa hapa kidogo Narok na siasa ya propaganda na fitina na uongo. Akawekelewa fitina ati ya kwamba akikuwa rais ati mambo ya mawe itaharibika, mawe itapeanwa, mazingira itaharibika, Wamasai watakosa nyasi na maji. Na wengi wa Masai kiasi fulani kwa vile mnapenda mazingira mkakubali hiyo fitina, mkamnyima kura, mkapeana kule. Sasa rais kwa sababu ni mjasiri na anajua kujipanga, akasema kama hii mau ndio shida, kama hii mazingira ndio shida ya Wamasai, siwacha nimpatie mtoto wenu asimamie hiyo mazingira. Akakuja hapa akachukua mtoto wenu anaitwa Soipan Tuya. Yeye ndio waziri wa environment, climate change na forestry. Sasa mambo ya mazingira ikiharibika, mambo ya mau ikiharibika, msiulize rais na mimi, muulize Soipan Tuya mtoto wenu.
Sasa ile siasa yote mlikuwa mnasubua rais naye imeisha. Sasa mtamwekelea nini ingine? Si Soipan tu ndio anasimamia Mau. Si anasimamia msitu. Anasimamia mazingira, chemishemi za maji. Sasa mambo ya mazingira, chemishemi za maji iko mkononi mwa Masai. Sasa mtafuta fitina ingine ya kuletea kiongozi wangu. Mambo ya kanisa hamwezi muingilia, kanisa anajenga. Mambo ya barabara anajenga, mambo ya shule anajenga. Fitina gani nyingine watu ya Azimio watatafuta kuwekelea William Ruto hapo Masai? So kama maneno ya fitina tumemaliza, 100% governor, MPs, MCS, zote watu ya Narok kwa kauli moja, tuungane nyuma ya Rais William Ruto tukielekea mbele, ndio hata maendeleo yetu iweze kusonga kama risasi. Mimi kwa sababu sitaki nisidishe kutoka hapo mambo, nyinyi ni wafugaji. Rais amepanga coolers, milk coolers. Sana sana saidia kina mama katika Narok. Kila ward mtapata coolers ndio tuweze kuweka maziwa yetu, tuweze kuuza kwa bei ambayo inafaa. Na mnajua tunasukuma marekebisho katika hiyo sekta ya maziwa. Juzi rais amekuwa na milk processors pale Nakuru na mimi namsaidia, na tunasukuma maziwa isiende chini ya shilingi 50, itoke 50 ikielekea mbele. Juu ya hayo, rais pia amesukuma kiwanda ya ngozi. Tumekuwa kama wafugaji, ngozi zetu tunatupa, na hiyo ni mali mingi sana. Hivi karibuni tumeweka pesa ya kiganda ya kutengeneza leather, viatu na kila kitu kutoka ngozi ya ng'ombe na mbuzi. Kwa hivyo hiyo ni mambo ingine ambaye itamsaidia. Hapa watu ya Kilgoris pia nyinyi ni watu ya kulima. Bolea tukiingia ilikuwa shilingi 7,000. Rais ameng'ang'ana, sasa ni 2,500. Mtumia hayo, tuko na miwa hapa katika Kilgoris. Tumefanya marekebisho katika sekta ya sukari, na nashukuru bunge ya kitaifa wametupitishia. Kwa hivyo mtaona marekebisho ambaye itakuwa ni ya kusaidia mkulima. Mimi nikimalizia niseme Bwana Sunkuli, maneno ya usalama. Huyu Ole Tongoyo ako hapa. Si Tongoyo, you know what to do. Keti chini na Kindiki, kama iko shida kuja kwangu na kwa rais. Lakini mambo ya magari ya DCC na USPD hiyo tutapanga, itakuja. Hiyo magari tutawapatia. And I want to thank the county security team kiongozwa na county commissioner and your team. Ile kazi mnafanya tunafurahia. Mambo ya pombe na bangi mnapigana nayo, hiyo wizi kidogo kidogo mgangane, na the few challenges you are having ya transport tutamsaidia ndio muweze kuwa effective. Mimi nikimalizia kutoka hapo, mambo ya changa, ministry yetu ya heritage, kuna maneno tunapanga. Lakini ukipanga harambee ya kina mama, mimi nitakuja. Bona mtapanga bahali nitalala. I am ready. As soon as I have somewhere to sleep. Sasa mniambie mimi niko tayari nikuje ndio tupangane kwa hiyo maneno. Watu ya kanisa mmesema vizuri. Hawa viongozi wetu maaskofu walishikwa kuangaishwa watoke kwa William Ruto. Mimi walinishika kila Friday. Lakini mimi najua ni mang'aa kiasi. Sasa nikishikwa Friday nikitoka Monday ndio nimeharibika zaidi. Sasa hao maaskofu tulihuzunishwa sana. Ile siku walishikwa, hata Rais William Ruto aliudhika. Karibu waseme hii maneno kama watu ya kanisa watahangaishwa ama tuachane naye. Because this is too much. You know, wachungaji, viongozi ambaye wametiliwa mafuta na Mwenyezi Mungu wanakamatwa, magari yao yanashikwa ati wawache William Ruto. Siasa yetu ilifika kiwango ambaye hawezi kubalika katika dunia yoyote. That hata kama ni nini, wachungaji wa Mungu ati unawaangaisha. Bishop ati alale kwa cell. Mimi sikuwa na shida kulala kwa cell kwa sababu mimi pahali nilizaliwa cell nilikuwa naona kama ni hoteli. Iko maji, iko stima, iko nini. Sasa pale si mbaya. Lakini sasa yao mabishop kufungia kwa cell ni makosa. Na ndio hiyo serikali iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Ndio iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Kushika maaskofu unafungia kwa cell kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa ilikuwa ni mbaya.
Kwa hivyo mimi nimekubaliana na nyinyi, muko na haki haraka iwezekanavyo mufike pale kwa ikulu ya rais, mukuje hapo muombe, mukule na yeye na mumuombe na muombe ikulu, na pia muhakikishe amefika, si ndio? Kwa hivyo hiyo mimi nitapanga haraka iwezekanavyo mukuje pale kwa rais, kwa sababu nyinyi mlisimama na sisi 100%. It is good wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional, ambaye wanaweza kuaminika kwenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti, kama hamjui, watu wanakaa kama mimi ama nyinyi, sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade, si tuende tuwasaidie? Na askari wetu are professional, and that is why the United Nations Security Council has identified the National Police Service of Kenya as ideal force to go and assist in keeping peace. Juu ya hayo tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani. So tunauliza bunge, tafadhali, leader of majority, mtusaidie. Na vile umesema ni kweli, we ask the rest of the world, sisi tumetoa wanaume na wamama, na hao watoe pesa ndio tusaidiane. Kwa sababu sisi tuko chini kipesa kidogo, lakini watu tuko na hawa. We have 1,000 police officers, waende pale pia wapate experience. They mix with the rest of the world and they come and share those experiences with us. Lakini sisi serikali yetu inafuata sheria. Ndio tumesema iende bunge, ipitishwe pale bunge, ndio sasa ikuwe imeambatana na sheria. Na ikiwa namna hiyo itakuwa sawa. Nikimalizia, Bwana Sunkuli, umesema hii shule Kiwacha Primary School, ile mabati ilichukuliwa na upepo na umejaribu sana, na mimi nitakutafutia milioni 1 uende umalize pahali imebaki. Takusaidia hapo. Lakini mkaribie sisi. Sasa kama ulikuwa umekuja ungepata hiyo kitambo. Sasa finally kuna hii shule yetu. Hii shule yetu ya Olmotoni Primary na pia Junior Secondary School, mumeomba tujaribu kusaidia hizo shule mbili. Sunkuli utakuja tuongee. Between those schools, serikali kuu itatoa shilingi milioni 10. Naye huyu governor aone vile atafanya, lakini utanunua basi. Naye Sunkuli atafanya nini? Hii kazi ya kugawanwa. What will you do? Bili, hapana, bili ni kidogo. No. Anasema milioni 2, si ni kidogo? Aongeze. Ifike ngapi? 5. Wananchi wamepitisha. Haya. Si umeona kutembea area ni mzuri? Si ni mzuri kutembea? Si munivuta nikaribia hapa nikae hapa. Wewe tunayo ukaa na wazee mjue vile nitakaribia hapa. So hivyo nimsalimie rais. Nimsalimie. Mnaendelea kumuombea? Mnataka akuje nyumbani? Mnamisi yeye? Basi si munipanga nikae karibu nikuwe nikija na yeye. Kwa hivyo ni asante sana, tumeshukuru sana. Hata huyu Faruki Bet pia amenisukuma sana kwa hii na anatusukuma na rais. Sijui huyu Faruki Bet mlipea nini huko. Anatusukuma na rais kila wakati. Na mimi niseme ile mambo kidogo kidogo hapa, hiyo ya gari imechelewa nini, makosa ni yangu. Na mimi naomba msamaha. Mimi nikiwa msaidizi wa rais, nikiwa mtu yake ya mkono na rafiki wake wa dhati, ni kazi yangu kuhakikisha kwake nyumbani hii mambo kidogo kidogo nimetatua. Kwa hivyo hapo naomba msamaha, hiyo haingefanyika. Hapa ni kwa rais nyumbani, lazima hii mambo kidogo kidogo nitahakikisha imekuwa sorted out, hata isimfikie. Hiyo ndio kazi yangu kwa hii serikali. Kuna mambo mengine haitakiwi ifikie rais, mimi mwenyewe nitasort out kidogo kidogo, inakuwa namna hiyo. Sasa tumekuja mchango. Mko tayari kwa mchango? Mheshimiwa Alice Ng'ang'a amesema ati wa Masai sijui nini. Sasa wewe kama ubaki, lakini pesa ya mchango ya korona utupatie twende naye. Mnataka abaki ama twende na yeye? Haya, umesikia maneno.
Haya, mwekea kinanda alafu iendelee. Sinajua mpaka kinanda pia iende kidogo. Na kwaya ikikuja, tumetangaza ya kwamba basi ya Olmotonyi Primary mimi nitanunua kama gavana wa kaunti ya Narok. Mtapata hiyo. Asante. Na wale wakina mama wasaidie kufalisha ile shuka yake. Wafalishe. Asante sana, tafadhali tuketi wale walio na viti. Baba wetu, maaskofu wetu na kanisa, Mheshimiwa gavana wetu Patrick Ole Ntutu, gavana wetu wa Bomet, kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa, ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, viongozi wa tabaka mbalimbali akiweko Mheshimiwa eneo hili la Kilgoris, Balozi Sunkuli, Wakristo wote, Endas Wabogi, Mesisi Yesu, hamjambo? Mungu ni mwema na kila wakati.